deni la dhambi tukalipiwa, tuhuru machoni pake Mungu, sasa tutaurithi uzima. Mungu wetu ametuandalia, kapigana vita msalaba na kumushinda yule muovu, kawafungua mateka wote waliokuwa chini ya dhambi. Deni la dhambi tukalipiwa, tuhuru machoni pake Mungu, sasa tutaurithi uzima. Mungu wetu ametuandalia. Shina yule muovu, kawafungua mateka wote waliokuwa chini ya dhambi. Deni la dhambi tukalipiwa, tuhuru machoni pake Mungu, sasa tutaurithi uzima. Mungu wetu ametuandalia, kapigana vita msalaba shina yule muovu, kawafungua mateka wote waliokuwa chini ya dhambi. Deni la dhambi tukalipiwa, tuhuru machoni pake Mungu, sasa tutaurithi uzima. Mungu wetu ametuandalia. Twajificha chini ya mwamba, mwamba wa wokovu ndiye Yesu. Adui zetu watutafuta, ili watuangamize sote. Twajificha chini ya mwamba, mwamba wa wokovu ndiye Yesu. Kapigana vita msalaba na kumushinda yule muovu, kawafungua mateka wote waliokuwa chini ya dhambi. Deni la dhambi tukalipiwa, tuhuru machoni pake Mungu, sasa tutaurithi uzima. Mungu wetu ametuandalia, kapigana vita msalaba na kumushinda yule muovu, kawafungua mateka wote waliokuwa chini ya dhambi. Deni la dhambi tukalipiwa, tuhuru machoni pake Mungu, sasa tutaurithi uzima. Mungu wetu ametuandalia. Na kimoko batebia Mdundo.com. Kuna tangazo moja nataka nitilie mkazo. Wasasi wala ambao wako na watoto hapa,
nataka niwaombe muachilie hao watoto waende pale, kwa maana kuna mipangilio tumeweka. Watoto wanahubiriwa sasa hivi pale, lakini pato naendelea kusikilia mtoto hapa. Tena umemweka kwa kiti. Haya basi mkamate abadikoni n'abadikonesi, rore saa abana bale, rora saa abana bare abo abadikoni n'abadikonesi mumugweta mukonyora omwana omoibori ore n'abana abu baso bahure bae bagende maate. Nonye kobwate nono omwana omoke koboko, we pato ni mtoto, enda pale. Nafikiri tumepatana vizuri. Igo genda bano genda mahataria abana mwetari buya iga batiko ni buli muri para mutambukia abana. Thank you. Asa abana roba iwere. Amina. Asante. Tunaita adoration. Tunaita adoration. Baada ya adoration tunaingia kwa Bible study kidogo. Kwaya ambayo hawajapata nafasi, mtapata nafasi. Kwaya zote wataimba. Please. Msalabani pa Mwokozi, twende. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, asifiwe, na asifiwe, na asifiwe, alinikumbuka. Yesu ya damani, uniondoa makosani, uniendesha wokovuni, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Na asifiwe. Tamaa wala kuvunjika mioyo, mawingu ya mashaka mengi yataangaziwa nuru, wale kutakuwa furaha, hapatakuwa kilio, na huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataimba utukufu, mara na ikumbuka mbingu, na utukufu na uona, katika mji
waliokombolewa wataimba utukufu, mara na ikumbuka mbingu, na utukufu na uona, furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Malangoni hapana kifo, misafara ya mazishi, hakuna makaburi pale, maana hatutakufa. Uzee hautakuwepo, tutabadilishwa pale, tuwe kwa mfano wa Mungu, na tutadumu milele. Na tazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataimba utukufu, mara na ikumbuka mbingu, na utukufu na uona, furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Na tazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataimba utukufu, mara na ikumbuka mbingu, na utukufu na uona, furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Hatukodi kwa jumba letu, ushuru hautatozwa, nguo zetu zitawa mpya, zisizofifia kamwe. Hapana njaa au kiu, mateso au maskini, neema zote za mbinguni wote tutafurahia. Na tazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataimba utukufu, mara na ikumbuka mbingu, na utukufu na uona, furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Na tazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataimba utukufu, mara na ikumbuka mbingu, na utukufu na uona, furaha kuu nitamwona Mwokozi katika
wa dhahabu, natazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataimba utukufu. Mara na ikumbuka mbingu na utukufu na uona, furaha kuu nitamwona Mwokozi. Katika mji wa dhahabu. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu amezidi kuwa pamoja nasi katika wakati wote ambao tulianza Sabbath, tangia Sabbath school lesson na kipindi cha nyimbo, na ningependa tuweze kutia kikomo kidogo ili tuweze kumwalika elder. Na before elder akuje, ningependa tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunalimidi na kulishukuru jina lako kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako kwetu, umezidi kuwa pamoja nasi. Tusamehe dhambi zetu tunapoingia katika kipindi kingine. Napomwalika elder, tunajikabidhi kwako uweze kuwa pamoja nasi, Roho wako azidi kuwa pamoja nasi. Ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Elder, karibu. Asante sana waimbaji. Nataka nichukue fursa hii tena nitangaze kitu kimoja, alafu tuwapise mnenaji wa kipindi cha kwanza. Watoto pato wangali kati yetu. Sasa wasasi ukiona kama uwezi kumchukua pale, haya waiko na suka yako, muharire nsabulende karansa arwe kirogo omuntu aikaranse. Thank you. Naro yabande bago teno maene. Thank you so much for that. Eli tangazo rinde abalisi mwensi muregatiye itoga iga abalisi ba Kenya district tonyorane guchimaigali ase chigali chira alirogoro tokwane genteke moiga bwangu kamuranje. Naro ryo muri Samuel gochega bwati Samuel gocha toende gucharia. Balisia mbuyamono sana. Tige kebindi kegendere. Naam, tumeingia katika kipindi cha kwanza na naomba niwaalike tutakaa kimya kwa ombi ili tupishe kipindi. Lakini kabla hatujaomba, choristers tuongoze kwa wimbo number 52 Kiswahili. Stanza moja na chorus because of time. Nipe Biblia pamoja. Nipe Biblia nyota ya furaha, nipate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Tuombe. Baba na Mungu wetu mtakatifu, tunalishukuru jina lako asubuhi hii. Asante Bwana kwa kusanyiko hili kubwa, na tunapoanza kipindi cha Bible study, ndugu atakaye nena mtakaze, umtumie kama chombo, uchitukuze na kuchiinua, na wengi waguzwe na kukiri kwamba wewe ndio Bwana. Jina lako litukuzwe. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena.
Karibu sana wapendwa wa Kenyenya, mlio katika tents na hata walio mbali katika maduka barabarani. Tunazidi kuwakaribisha kwa njia ya kipekee sana, kwa maana Mungu wa upendo ametukaribisha sehemu hii kwa ajili ya kunena nanyi na kuleta habari njema kwetu. Ni utumwa wa kipekee ambao Yesu aliachia wanafunzi wake, na ndio tunapaswa kuendeleza ili watu na hasa kuharakisha marejeo ya Yesu mara ya pili. Ndio maana ningependa mpendwa anisomee katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19-20, tuone je, Yesu alisema nini tunapowapa himizo na tunapotiana nguvu kwa ajili ya safari na utumishi huu. Haya, nisomee tafadhali. Some kwa Kiswahili na kila nakala yangu ni ya Kisungu tafadhali, kutoka pale kabla sijashuka. Yesu anasema yafuatayo anaponena na wanafunzi wake. Kitabu ni Mathayo 28 mstari wa 19-20. Inaitwa our marching orders, ambayo Yesu ametupa tuweze kufanya. Inasema, sema ndugu yangu, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu anasema tuenende tuwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba, wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naam. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu ametupa ahadi kwamba alipotuma wanafunzi, nasi tuliomkubali kupitia kwa ubatizo na tukaja katika imani, ametupa ujumbe ule ule. Anasema tuenende, na anaposema tuenende, tuende katika ulimwengu wote. Na tunapoenenda anasema tufanye watu kuwa wanafunzi, na sio tu hivyo, wanapokuwa wanafunzi tuwabatize, na kisha baada ya ubatizo waendelezwe katika mafundisho ya Kristo. Waendelezwe katika mafundisho ya nani? Ya Yesu Kristo. Ili wanapoendelea hivyo, Yesu ameahidi tukipeana yale mafundisho ya Kristo yaliyo msingi katika maandiko, Yesu atakuwa nasi mpaka mwisho wa dahari. Tunapoenenda anasema tupeane neno lake. Timotheo wa pili 4:2. Anapotutuma Yesu, anapotuleta hapa, amesema tulete neno lake. Mbona anasema hivi? Waraka wa pili wa Timotheo 4:2. Paulo anapomwelekeza kijana Timotheo, anapomtuma baada ya kumjenga na kumfanya mfuasi wa Yesu, pia anamwagiza vile Yesu alivyopeana habari. Anasemaje? Mfundi wa mitambo, kipaza sauti. 4:2 inasema, soma ndugu. Lihubiri neno. Yesu anasema kupitia kwa Paulo, lihubiri neno. Uwe tayari wakati ukufaa na wakati usiokufaa. Uwe tayari wakati unaokufaa na usiokufaa. Karipia. Tunakaripia. Kemea na kuonya kwa uvumilivu wote. Kemea na kuonya kwa uvumilivu wote. Na mafundisho. Na mafundisho. Kwa hivyo katika neno ambalo Yesu ametuma tulete hapa, sio tu kwa mafundisho, bali pia kuna kukemea, bali pia kuna kukaripia, lakini kwa uvumilivu wote. Kwa maana kuna wale wanapaswa kukemewa, kuna wale wanapaswa kufundishwa, kuna wale wanapaswa kukemewa kwa ajili ya utukufu wa nani? Mungu. Na yote ni kwa uvumilivu, ili kuleta watu kwa nani? Kwa Yesu. Yesu anapozidi kusema haya, ni kwa maana neno hili lina sehemu ya kipekee na lina ufahamu katika maisha yetu. Paulo anapoandikia Waebrania, anawaambia neno hili tunapolikubali, neno hili linapokuja kwetu, je, lina sehemu gani? Mstari wa 12 Waebrania, Yesu amesema tuenende ulimwengu wote, tufanye wanafunzi, tuwahubirie habari, wabatizwe na tuwape wa mafundisho ya Kristo, na lihubiri neno. Soma ndugu yangu. Biblia ni Waebrania 4:12. Mstari ni wa 12. Biblia takatifu inasema, iseme, maana neno la Mungu li hai. Maana neno la Mungu hili ambalo limekuja hapa li hai. Tena lina nguvu. Lina nini?
lina nguvu, tena lina ukali, kuliko upanga uwao wote, ukatao kuwili, unaokata kuwili, tena la choma, neno hili la choma, hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo, na mafuta yaliyomo ndani yake, tena samahani, Biblia takatifu inaendelea kusema. Kwa hivyo tumeona neno la Mungu li hai, lina nguvu na linagawanya nafsi na mafuta. Alafu endelea mwalimu. Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu hili ni jepesi kutambua mawazo na nini? Na makusudi ya moyo. Na makusudi ya moyo wangu na moyo wako. Asante. Kwa hivyo neno hili litakaposomwa kwetu, mafundisho yatakapoendelea kupeanwa hapa kwa wiki 2, kuna yale yatakayokufikia moja. Mbona? Ndivyo ilivyo, kwa maana neno la Mungu linaelewa vizuri. Neno la Mungu linatambua mawazo yako. Unapopanga kwenda uangani, unapopanga kufanya uchawi, unapopanga kuiba, unapofanya mambo ya uzinifu, linakuelewa. Kwa hivyo na linapokufikia, ambia Mungu asante. Haleluya. Mpe Mungu tukufu na karibia kwake, kwa maana neno hili kusudi lake ni kwamba likuonyesha ulipo kwamba ufai, likuvute, likuleta kwa Mwokozi wako aliye Yesu Kristo. Pasipo neno hili huwezi tambua hali yako, itakuwa ngumu hata kueleza kwamba uko mbali na Yesu. Lakini utakapolisikiza, lisome, kwa maana lijepesi, litambue mawazo na makusudi ya moyo, litakueleza ulivyo, kuweka wazi, na ukiwa mwema na ukikubali na kunyenyekea, utakuja kwa Yesu aweze kukusaidia. Ndio maana Yesu akatuma akasema, ili kujiandaa na kuandaa watu kwa marejeo ya Yesu mara ya Mathayo 24 mstari wa 14. Biblia takatifu inasema, maandiko inasema, tena habari njema ya ufalme, itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda, iwe kama ushuhuda kwa mataifa yote. Mataifa mangapi? Yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haleluya. Kwa hivyo ili dunia iandaliwe kwa kuja kwa Yesu mara ya pili, sio vita, sio hadithi, ni habari njema. Neno la Mungu lihubiriwe katika kila taifa, lugha, jamaa. Ndio maana habari hii imewekwa kwa muhtasari kama ujumbe wa malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12, kwamba habari njema itahubiriwa ulimwengu wote kama nini? Ushuhuda kwa mataifa yote, kisha mwisho utakaribia. Kwa hivyo habari hii imekufikia nawe mpendwa katika mji wa Kenyenya. Je, inapofika kwako utatega sikio usikie? Je, utaipokea? Huenda ikawa ndio nafasi peke yako utaipata kupokea habari hii. Huenda ikawa ndio nafasi yako peke yake, kwa maana siombei mtu mabaya, lakini ukweli ni kwamba dunia tuliomo kifo akipishi. Haleluya. Inawezekana leo tukimaliza mkutano mtu afe. Tumeona mikutano mingi, unamaliza mtu mlikuwa naye, unasikia jioni ya leo ameuawa na wezi, mwingine alikuwa na safiri akapata ajali, mwingine akasikia roho mbaya akaanguka akafa. Maisha imekuwa mafupi na kifo akipishi. Uende ukawa nafasi yako peke yake ni wiki hizi 2. Itumie mzuri kwa utukufu wa Mungu. Ndio maana Paulo anazidi kutuambia katika Timotheo wa pili 3:15 hadi 17 kwamba tunapaswa kama wazazi tuhimiza hata watoto wetu, tuwakaribishe wapokee neno hili wakiwa wachanga. Someni. Timotheo wa pili 3:15 hadi 17.
Biblia inasema tangu na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Mungu anasema tangu utoto tuyafahamu maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu. Maandiko haya yatatupa hekima tufikie wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, inafaa litufundishe, na kwa kuwaonya watu makosa yao, tutaonya makosa yetu, na kwa kuwaongoza, tutaongozwa, na kuwaadibisha katika haki, na tutaadibishwa katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, tuwe kamili, amekamilishwa, tukamilishwe, tupate kutenda kila tendo lililo jema. Haleluya! Pasipo maandiko ya Mungu kutuelekeza, kutuonya, kutuadibisha na kutufundisha, hatuwezi kamilishwa tutende kila tendo lililo jema. Tunaenda shule vizuri, lakini masomo ya shule haituwezi kutukamilisha, haituwezi kutusaidia kama Wakristo tumfae Kristo. Tuhitaji neno la Mungu. Haleluya! Ndio maana Yesu alisema hivi, Mathayo 22:29, wengi watapotea, si kwamba hawakuenda shule, si kwamba hawajajua masomo, ili hali walikosa maandiko, walikosa mafundisho ya Biblia. Naomba usome. Yesu akajibu akasemaje? Akawaambia, naam, mwapotea, tutapotea kwa kuwa hamjajui maandiko. Tukikosa kuyajua maandiko, wala uwezo wa Mungu, wala uwezo wa Mungu. Kwa hivyo pasipo kujua maandiko yanavyosema, pasipo kuyaelewa, kupotea kwetu ni rahisi. Hata kama umesoma kiwango kipi, mpaka katika ile sehemu ya uzamifu na uzamili, yote haijalishi. Kama uelewi maandiko na uyopokei mafundisho ya Yesu ya kuonyeshe, ya kufundishe, ukemewe, ukaripiwe na kuonya na kuelekezwa, itakuwa ngumu kukamilika kwa jinsi inayompendeza Mungu. Ninapomalizia, Zaburi 107 mstari wa 20, ili tuweze kukamilisha. Maandiko yanasemaje? Biblia takatifu inasema, Mungu sasa amelituma neno hili kwetu hapa. Ulituma neno lake. Mungu amelituma neno lake. Huwaponya. Amelituma hapa tupate uponyaji. Watoa katika maangamizo yao. Amelituma atutoe katika maangamizo yetu. Kuna watu hapa ambao wameugua, wameteseka kwa muda mwingi. Wiki hizi 2 hudhuria, Mungu atakuletea uponyaji. Haleluya! Kuna watu shetani ameteka mahali wasijui kwamba wako mateka. Wakipata neno la Mungu, wataondolewa katika hiyo mitego, watafunguliwa na wapata huru. Haleluya! Injioni, ndio maana Mungu amelituma neno lake upande huu. 138 verse 2, tufanye hombi. Ndio maana Mungu ameliinua neno lake juu ya jina lake. Tusiseme Yesu Yesu, tusilitaje jina la Mungu hapa na pale, lakini tunapopewa neno la Mungu navyosema tunalikataa. Hiyo ni mbaya. Soma tunapomaliza. Zaburi 138 mstari wa 2. Maandiko yanasemaje? Biblia takatifu inasema, mtasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Naam. Nitalishukuru jina lako. Amina. Kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa maana umeikuza ahadi yako juu ya kuliko jina lako lote. Mungu amekuza ahadi yake, yani neno lake, zaidi ya jina lake. Kwa hivyo unapomkiri Yesu, unapomkubali Mungu, idhihirike unapoitikia na kukubali na kutii neno lake linavyokuja lilivyo. Hebu na Mungu atubariki tunapozidi kuhudhuria wiki hizi 2. Tubarikiwe na vipindi murwa, kipindi cha familia, kipindi cha mafundisho ya Biblia, kipindi cha mahubiri injili ya Kristo, na pia na unabii. Neema ya Mungu izidi kututosha hata tunapobarikiwa na nyimbo kemu. Uwepo wa Mungu unapozidi kuwa nasi, nguvu za Mungu timike hapa na ziweza kudhihirika wazi. Pokea mibaraka hiyo, usiende nyumbani bila mmoja, na Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, muumba wetu, kimbilio, msaada, ngome imara, pokea sifa, inuliwe, tukuzwe milele. Wewe uliyeketi mahali palipotukuka patakatifu mbinguni, uliyezungukwa na makerubi na maserafi, malaika 10,000 mara 10,000, huku 1000 mara 1000 wakitumikia.
Sasa hivi asubuhi njema, sabato takatifu, tunanyenyekea miguuni pako tukiomba rehema. Utakase midomo yetu, tawala mawazo yetu, safisha mahali hapa uwanja, utakase kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni moto ulao. Tunaomba malaika watakatifu wanaozidi kwa nguvu waweke ukuta wa moto wakizingira uwanja huu, unaponena na kila nafsi ya mmoja wetu, watoto, vijana na watu wazima walio karibu na mbali, madukani, kanisani, wanaopita. Bora wapokee neno lako. Hebu wakisikia sauti yako na mioyo isiwe mgumu, bali waitikie na kukubali. Tuandae kuja kwako umekaribia sana. Tuwe kati ya wale watakao kulaki angani wakisema, huyu ndiye Mungu wetu. Tumekuwa tukimsubiria aje na tuokoe. Tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Barikiwa nyote. Heaven Targeters. Wanapokuja namba 52 ubeti wa pili, nipe Biblia ni huzunikapo. Heaven Targeters kwa haraka. Nipe Biblia ni huzunikapo. Twende. Nipe Biblia ni huzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno nzuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani, nuru ya neno lake Bwana Yesu, za njia ya kweli. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Wanapomaliza kwaya gani? Mogonjo. Baada ya Omobondo Gekongo, Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Juoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini. Nimeamini
limeandikwaje? Mti mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika mji bila hofu, wakaapo walio na mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko? Kitabuni mbinguni. Limeandikwaje? Kwa inapojipanga tutaweza kuimba huo wimbo, ni namba 170. Sitafuti mali. Choristers wezangu tunaweza ongoza. Sitafuti mali. Twende. Sitafuti mali wala utajiri, nataka Bwana nipate Mwokozi chuoni mwa ufalme. Niambie Yesu jina langu yakini, limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni. Wata ni gani? Greensboro. Tunapoenda ubeti wa 3, wanapoendelea kujitayarisha. Mji mzuri sitende kitabuni mbinguni. Unaweza jiuliza pia na lugha ya kwako, je, jina lako limeandikwa? Pia tuko sawa? Tunawapa nafasi. Limeandikwaje? Alafu ningependa kutangaza kwaya ambayo inafuata wanakuja mapema, wanaweza kujitayarisha. Unilinde kama mboni lile la jicho lako, unifiche chini yako, uvuli wa mabawa zako. Katika shida zangu kuu nalimuita Bwana na kumulalamikia, Mungu wangu kasikia.
Bwana, hukumu zake ni kweli. Bwana wa huruma, unilinde kama mboni lile la jicho lako, unifiche chini yako uvuli wa mabawa zako. Katika shida zangu kuu nalimuita Bwana na kumulalamikia, Mungu wangu kasikia. Unilinde kama mboni lile la jicho lako. Bwana, nimekukimbilia, wewe uniokoe. Usikie sauti yangu Bwana, ya kilio changu. Ewe Mungu Bwana wetu, tukufu jina lako. Unilinde kama mboni lile la jicho lako, unifiche chini yako uvuli wa mabawa zako. Katika shida zangu kuu nalimuita Bwana na kumulalamikia, Mungu wangu kasikia. Unilinde kama mboni lile la jicho lako, unifiche chini yako uvuli wa mabawa zako. Katika shida zangu kuu nalimuita Bwana na kumulalamikia, Mungu wangu kasikia. Unilinde kama mboni lile la jicho lako, unifiche chini yako uvuli wa mabawa zako. Katika shida zangu kuu nalimuita Bwana na kumulalamikia, Mungu wangu kasikia. Amen. Msalabani pa Mwokozi, namba 19.
Msalabani pa Mwokozi, twende. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, nasema na asifiwe, asifiwe na asifiwe. Yesu na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu yake, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, nasema na asifiwe, asifiwe na asifiwe. Yesu na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu, nasema na asifiwe. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alinifilia, nasema na asifiwe, asifiwe na asifiwe. Yesu na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu yake, na asifiwe. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alinifilia, nasema na asifiwe, asifiwe na asifiwe. Yesu na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu yake, na asifiwe. Nikumbuke siku ile ya Sabato, Sabato ya Bwana ni siku yake takatifu, ilianzishwa na Mungu Mwenyezi katika shamba lake la Edeni. Sasa tukusanyike, tustarehe kwa siku yake, siku ya furaha. Ikumbuke siku ile ya Sabato, Sabato ya Bwana ni siku yake takatifu, ilianzishwa na Mungu Mwenyezi katika shamba lake la Edeni. Sasa tukusanyike, tustarehe kwa siku yake, siku ya furaha. Imesalia raha, raha ya Sabato, imesalia raha kwa wana wa Mungu. Njoo tustarehe na kumwabudu Mungu siku hii, siku takatifu, siku nzuri ya juma. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyo tuamuru, tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyo tuamuru. Imesalia raha, raha ya Sabato, imesalia raha kwa wana wa Mungu. Njoo tustarehe
jinsi alivyotuamuru. Siku sita fanya kazi zako zote, siku ya saba nayo tumeagizwa tutakase. Mungu alifanya mbingu na nchi, bahari na kila kitu kwa siku sita. Sasa tuifurahia na kupumzika kwa siku njema Bwana alitutunuku. Siku sita fanya kazi zako zote, siku ya saba nayo tumeagizwa tutakase. Mungu alifanya mbingu na nchi, bahari na kila kitu kwa siku sita. Sasa tuifurahia na kupumzika kwa siku njema Bwana alitutunuku. Imesalia raha ya Sabato, imesalia raha kwa wana wa Mungu. Njoo tustarehe na kumwabudu Mungu siku hii, siku takatifu, siku nzuri ya juma. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Imesalia raha ya Sabato, imesalia raha kwa wana wa Mungu. Njoo tustarehe na kumwabudu Mungu siku hii, siku takatifu, siku nzuri ya juma. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Imesalia raha ya Sabato, imesalia raha kwa wana wa Mungu. Njoo tustarehe na kumwabudu Mungu siku hii, siku takatifu, siku nzuri ya juma. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Imesalia raha ya Sabato, imesalia raha kwa wana wa Mungu. Njoo tustarehe na kumwabudu Mungu siku hii, siku takatifu, siku nzuri ya juma. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Tufanye mapenzi yake Mungu jinsi alivyotuamuru. Amen. Be silent, be silent. A whisper is heard. Be silent and listen. O treasure rich word. Tread softly, tread softly. The Master is he. Tread softly, tread softly. He bids us draw near. Amen. Tusimame. Sifu, twende. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni. Baba, Mwana
Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa kutukubali kuwa hapa. Ni furaha yetu kwamba utatenda mambo makubwa katika uwanja huu. Na katika utulivu wake ninakuomba wewe mwenyewe uonekane katika ground hii. Na kila ambaye amekuja hapa leo, Mungu wangu nakuomba, anza kugusa maisha ya watu. Mwaga uwepo wa neno lako. Shuka ukae nasi. Wagonjwa waanze kupona. Dhambi zianze kuwa adui. Ukweli ukapenye. Bariki kwaya. Bariki kila mmoja. Leo tu tukaanze kusema tumesikia mbiu na Yesu anaokoa. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Basi tukiwa tunaendelea, nataka nimufise ndugu yetu Joseph Okioga atuletee matangazo. All pathfinders and adventurous leaders remain behind after sermon to organize a pathfinder rally which will be held on 1st December at Kenyenya, preparing for our camp out at Yeberege. Registration is 30 shillings. All pathfinders and adventurers, leaders, ibada ikiisha mpaki nyuma. All master guides, pathfinders and adventurous leaders from district level and station levels are asked to attend a consultative meeting at Omobere SDA Church on Sunday, date 17 at 9 a.m. Omobondo wedding. Leaders and all members, send your contributions to Rhoda Enery. Omobondo Church fundraising, money for PA system, department leaders to correct the amount. All churches, tukutane tukimaliza ibada ya mchana. Yani chikanisa jonsi imo agende keratu akoliro burandi abarayi bainumba batagete motigale magega. Wedding announcement. Seventh-day Adventist Church, Kisii Central District, Box 22, Kisii. Reference, announcement of old matrimony. I'm happy to announce old matrimony between Penta Murawa, Gideon and Julius Ogero, member. The bride comes from Kenyenya Main SDA Church, Kenyenya District, Kenyenya Station, Southeast Kenya Field. And the bridegroom comes from Nyagokiani SDA Church, Nyagokiani District, Nyaiwa Station, Nyamira Conference. The wedding will be announced as follows. On 16th of November 2024, 23rd of November 2024, 30th of November 2024, and lastly on 7th of December 2024. The two will be united on Thursday, 12th of December 2024,
at Kenyanya Main SDA Church, starting from 10 a.m. Anyone with a word against the two from being united has been requested to do so before they say the date. Thanks. Yours in Christ, Pastor Chochi Morara, Kisii Central District Pastor. Telephone 0727 36 96 90. Hayo ndio baadhi ya matangazo tulikuwa nayo. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Tunapoenda kwa ajili ya ibada, tuomba uwepo wako wa Roho Mtakatifu atuongoze kwa kila jambo. Ndilo ombi letu katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Kwa sababu ya mahubiri ya mchana, na ninataka kuwakaribisha kama district pastor tuweze kuishi kwamba hapa ni mahali patakatifu, hata ingawa wiki ama siku zimepita nyuma, mahali hapa kuna vitu vingi vinafanyika. Kwa hivyo tunataka kuomba Mungu atusaidie, kwa sababu nina imani kubwa kwamba Mungu aliye hai, Mungu aliyekomboa watu wake kwa damu ya Yesu msalabani, atakuwa hapa, na kwa kweli wengi wataguzwa kwa sababu ya kusikia sauti ya Mungu, ili waweze kurudi sisini, tukiandaliwa wote kwa ajili ya kurudi Yesu mara ya pili. Kwa hivyo sasa ninataka kusema hivi, wiki hizi mbili ambazo sitakuwa mbele yetu hapa, ni kwamba tutakuwa hapa kwa sababu ya Injili. Kwa hivyo ni maombi kubwa yanakuja kutoka kwa pastor wenu kwamba tuende tutenge siku hizi kando, ili tuweze kupata nafasi mwafaka, tuweze kuhudhuria kongamano hili, ili Yesu aweze kutukuzwa katika maisha yetu, pia aweze kutuandaa vizuri. Kwa sababu hiyo nataka kumleta Pastor Rebecca ambaye yuko miongoni mwetu, anatoka field yetu, anasimamia wamama, watoto, pia na Possibility Ministries. Aweze kucha hapa, afanye kitu kimoja ninampa. Anafanya introduction ya vitabu, akae. Wakati amekaa, nitamleta tena mara ya pili wakati wake ukifika. Pastor Njo. Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Happy Sabbath. Happy day. Nimesimama tu dakika moja kwa ajili ya ibada ya watoto. Tuna mpango ambao unaendelea katika division yetu nzima ama field division nzima ama ulimwenguni kote. Vile tunavyochua mwaka uchao tutakuwa na new curriculum. Tunatoka katika curriculum inaitwa aje walimu wa watoto? Ilikuwa inaitwa aje? Hawajui. Kwa hivyo walimu wa watoto wako kule chini, lakini nataka kusema ya kwamba tuko na programu ambayo inaitwa Kids in Discipleship. Kids in Discipleship ni programu ambayo inauhusisha wazazi na watoto pamoja. Tunawasomesha kutoka nyumbani mambo ya Mungu, ndipoza
Sasa hawa watoto tunawalea kutoka miaka 6 mpaka 14. Wanapofika miaka 12 na from 12 years to 14 years, hawa watoto watapatizwa, na wale ambao tutakuwa tumefunza watagraduate wakisubiri miaka yao. Na kwa hivyo vile mnajua tumeweka kwa matangazo hizi vitabu, lakini niliweka last week and the other week tukaweka vitabu vitatu vinaitwa Footprints for Parents and Mentors, Kids in Discipleship, Equip Parents na iki Kids in Discipleship. Kila kanisa linastahili kuwa na hizi vitabu. Kila msasi, kila mwalimu, any mentor, mtu yeyote ambaye atajitoa kufunza watoto. Kwa hivyo hizi vitabu vitatu nataka kutangaza tena leo ya kwamba viko kule ofisini kwa accounts office. Vitatu hivi ni 900. Lakini tukikuja kuleta curriculum ambaye inaitwa, tulikuwa tunatumia curriculum inaitwa Grace Link, lakini tuna move mwaka ujao kanisa nzima ulimwenguni kote kwa curriculum inaitwa Alive in Jesus Sabbath School Curriculum. Kwa hivyo hizi vitabu vikicha, ninaomba kila kanisa, kila mtu akajihusishe kwa kazi ya Bwana ili tukabebe watoto, kwa sababu wao ndio viongozi wa kesho na ndio sababu tawasaidia wasije wakaanguka. Kwa hivyo ninawasihi, nimesimama hivi kwa unyenyekevu ya kwamba let us hold children. Kila msasi ukichukua hiki kitabu kitakuonyesha there are 12 programs ambao wasasi tunajifunza kwanza and the mentors, 12 programs. Tukisimaliza tuna graduate ama tunaombewa, ndiposa tena tunaanza 24 programs za watoto. Tunasoma aje pastor? Tunaweza soma twice in a week, tusimalize kwa haraka, na tena tusisome ama tusome weekly. Tukimaliza haya, matangazo ya watoto tena ni ya kwamba tarehe 30, 30th to 7th of December, 30th of November to 7th of December, we shall have child evangelism. Child evangelism itakuwa either kwa camp center ama itakuwa kwa makanisa vile mutapanga. The program, I'm making the program, itakucha pengine kuanzia wiki ijayo, ili kila center mkifanya mkutano huo na upatizo wa watoto, mnachukua pictures, mnasituma kwa wall ya watoto, kwa wall ya field, so that we send a report to the union will send to the even to GC. Kwa hivyo ninawasi elders tushirikiane, wale mlikuja kwa inauguration of child discipleship, tafadhali tushirikiane hili kila kanisa mtoe ripoti, na tena tukue na hiyo mafunzo ya watoto, wanahubiri, wanatembelea wengine, wanafanya kazi nyingi ya utoto kufikia watoto wengine. Hilo ndilo tangazo nilikuwa nataka kutoa zaidi juu ya watoto, na mengine nitasema baadaye. Asante sana. Basi, the next thing I want to do is this. Wageni wote watatuhudumia kwa crusade hii ama kampeni hii wasimame. Kwaya, wageni, wache wapange raini yao hapa. We want to introduce you. Wageni, Pastor Rebecca atakaa, nitamuita awakaribisha. We want to understand and know wageni wetu, kwa kuwaona kwa macho, tena muone hawa wageni ndio hawa. Kwa hivyo mjue kwamba crusade haitakuwa na wageni, kutakuwa na wageni wengi. Hawa ni wachache, ni baadhi yao, si hivyo? These are just but few. Many will come. So we have many visitors who are coming, and we suppose that this crusade will be a powerful one, and God will be glorified here. That is what I believe and I trust. Kwa hivyo hawa ndio wageni. Kwaya yetu ya Heaven Targeters tumekuwa na wao takribani kama miezi 2 hivi, tukiwa tunapanga pamoja. Wageni wengine wameungana nao sasa. Mgeni mkuu wa kuhubiri Pastor Fadhiri amekuwa nasi hapa, Elder Otieno. Yeah, he's here with us. So others will join them as we continue
ministering here. So watakuwa wengi, wageni watakuwa wengi. Kwa hivyo watumishi wangu, ndugu zangu na dada zangu wale wa district hii, hata wale wanaotusikia katika maduka yao, ni kwamba crusade hii itakuwa kubwa, wageni watakuwa wengi, watakuja hapa kuhudumu na Yesu wetu atapata sifa. Kwa sababu hiyo hawa ndio wageni. Nataka kumleta kwanza Pastor Rebecca kutoka kwa field aweze kuwakaribisha as we give yule mwenye aliwaleta hapa, anaitwa mtoto wenu mchukuu wa kwenu hapa Lamek, aweze kuwa introduce wageni hao wake, kwa sababu anawaelewa vizuri. Pastor, njoo uwaambie wageni wetu kwamba karibu kwa field yetu. Bwana asifiwe tena. Asante sana. Vile pastor amesema, na kushukuru sana Pastor Obara. Pastor Obara ndio president wa district ya Kenyenya. Naomba awasalimie officially as the guests of honor in this meeting. Hello. Hello. Karibu sana. Akimogo gatarakini. Wanchani boli bwakale. Mwara akora igabagani baraga kintogo gete tokore igo wanchani boli bwakale. Chani no buya, wanchani wakale, yes. Oh, wanchani boli wakale, wanchani no buya. Kwani abageni baitoga ki kora igana liba koranga na omora. Hallelujah. Happy Sabbath. Happy day. Pale ngabago gatatura esenge ncho yomo kutana bwe nchiri. Bwana asifiwe. Kwa njia ya pekee ninawakaribisha nyote tulio katika biashara zetu, tulio keti karibu na tulio keti mbali. Kwa pamoja ninawakaribisha kwa jina la Yesu. Haleluya. Karibuni kwa mkutano wa Injili, mkutano mkuu ambayo umeandaliwa kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya familia zetu. Kwa hivyo leo ni siku ya ajabu sana kwa maisha yetu katika uwanja huu wa Kenyenya Stadium ambao Mungu ametupa maisha. Vile unapoangalia, wengi wako kwa makaburi, wengine wako kwa mochari saa hii, wengine wako kwa oxygen wanangojea dakika ya mwisho. Lakini kama umepata nafasi ya kusikia ya kwamba kuna kongamano kuu la Injili ya mkombozi wetu, usije ukakosa kwa jina la Yesu. Haleluya. Tukaribishe watu wote kutoka machumbani, waambie kuna tukio kuu katika stadium ya Kenyenya, kongamano kuu ambalo linamtangaza Yesu Kristo ambaye ako karibuni kurejesha ufalme. Kwa hivyo siku ya leo, vile pastor amesema, mimi ni Pastor Rebecca Kwamboka Moses. Kwamboka Moses huyu anasimamia idara ya kina mama, Women Ministries Department, Children and ABM, Adventist Prosperity Ministry. Watu wangu nimetacha tufunge mkononi, wale ninaongoza muko hapa. Asante sana. That is I lead Women Ministry, Children and ABM or Adventist Prosperity Ministry, ambao ni watu wako na ulemavu mbalimbali. Vile nimesema, katika field nzima tunawakaribisha. Kiongozi wetu ambaye ni president niliongea naye asubuhi, tukaambiana tutakuwa hapa, lakini ni kama ameshikwa mahali, lakini is with us, na field nzima iko with us. Wageni wetu wanawakaribisha, na tena ninajua kabla siku ijaisha atakuwa hapa. Kwa hivyo ninawakilisha field nzima ambayo ni South East Kenya Field, ambayo inawaalika katika uwanja huu wa Kenyenya. Mimi mwenyewe nimefurahi kwa sababu nilikuwa mbali Nairobi shule, na nimefika hapa asubuhi kwa sababu sikutaka kukosa. Kwa hivyo nimekuja officially from Nairobi to welcome as a mother each and every one of us katika kongamano hili. Nimefika asubuhi na nikasema nilikuja kwa ajili ya kongamano hili. Kwa hivyo kabla sijasahau, wiki ijayo kero mokungu ora korango iga, kero mokungu ora kora iga, kero mokungu ore getie ke iga gochiaria baria etori mokungu aye wiki egocha ligera ligochimoina alie kukunga Kenyenya Junior Academy. Sote tutakongamana pale, abakungu abanyagitari ngocha barabugo kumia batumongere
batwegere gosento sukyo bogima abakungu mwanyigure imonyigwete tamakuru iburuge wiki erie ya moyoka tamakuru chisugulime incho asama gora Yesu torasabamo torete mechando torete borobwa itororo buna tu abere tukonya goteba ni kuruma iga. Kwa hivyo nawakaribisha nyote. Tulisema registration ni 1,000 tu. Wewe unakuja unakaa unakula asubuhi, unafundishwa, unasomeshwa. Tukifika mchana tunakuja sote kwa uwanja kusikiza neno la Bwana. Na ninawasihi mulete wale ambao sio Waadventista. Leta wagonjwa wasungumuziwe, leta wanawake wote hata wasichana tukae pale kwa pamoja. Hilo ni tangazo la kipekee. Asante sana, ninaenda kwa haraka kwa ajili ya wakati. In a special way, kama field ama kama mama wa field, nataka kuwakaribisha watu wetu, watoto wetu ambao ni heaven targeters. Karaba korera igaga kia banta babanya saa igaki bakura wana brother Mackenzie no ara, sister Ruth no ara iga, elder no ara iga machora na bara iga kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na wote hawa ni wasomi, ni watu wa kazi, lakini wamenyenyekea kwa ajili ya Yesu Kristo, kutangaza ya kwamba Yesu anakuja. Wamekuwa hapa ndani, wengine mmetembelewa. Kwa hivyo ninawakaribisha officially our brothers and sisters, and may God bless you for the great work that you are doing for God and for the great work that you have done here at Kenyenya. Jambo la pili, nataka kumuleta mtoto wetu kwa njia ya kipekee kwa jina la Lamek. Let me call him Pastor Lamek. Hallelujah. Tusalimie Lamek hivi tena, tusichoke, tumukwaniga nero torete irabageni. Otorete irabageni abaiga buno mwana onka eyekuru kunga homecoming evangelistic campaign, homecoming crusade. Onganganire suka igatata gocha. Heaven targeters tusalimie kwanza. Bakwani hao heaven targeters. Huyu ni Lamek, nitamleta aongee. Yeye ndiye ametuletea wageni, ndiye amekuwa akishughulika wakisungumusa na viongozi hawa wote wa heaven targeters, na sisi pamoja tukipanga pamoja. Kwa hivyo kwa unyenyekevu nitamleta na atusungumuzie. Kwa njia nyingine nataka kumleta our speakers, viongozi wetu ama wachungaji wetu ambao watatusungumuzia ndani neno ya wokovu ya maisha yetu. Nataka kumleta ndugu Robinson Otieno. Ndugu Robinson Otieno, songa hivi. He will be one of our speakers. Watakuwa mmoja wa wasungumuzaji wetu. Naomba tumusalimie hewani. Mwaliga ni iga akiba, aliga ni iga. Hallelujah. Thank you. Kwa njia nyingine nataka kumleta Mama Elizabeth. Elizabeth is our guest from Oklahoma in the US. Ametoka Marekani na ako kwa watoto. Abana ako somi moina aliga akiga ako tusomeria abana mokorere iga nonyeta iyo iga morosa. Thank you so much. Kwa hivyo they'll be with us. Alafu watatusungumuzia. Kwa hivyo mkutano mkubwa tutakuwa nao. Tutakuwa na wageni 18. 18 guests katika uwanja huu. Kwa hivyo wale mko madukani, wale mko kwa barabara, tunawaalika kila mmoja, na nyinyi mualike wengine, waambie Yesu anakuja na kuna mambo makubwa hapa, ili kila mmoja asije akakosa. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ndugu yetu ambaye ni mgeni wetu, msungumzaji wetu, anaitwa Pastor Fadhili Samuel Lupua, ambaye anatoka Arusha. Am I right? Anatoka Arusha. Gaki moko kora iga mwe unono gusaba guka ngaki gwacha iga gogo torangeri gaki iga mokorere iga. Haleluya. Kwa hivyo kwa unyenyekevu nataka kusema officially mkutano wetu umeanza leo na utaendelea mpaka tarehe 30 mwezi wa 11. Kwa hivyo nawakaribisha nyote. Nasikia kurukaruka kwa sababu ya Yesu, na wewe ruka na mimi, ita wengine, waambie kuna chambo. Yesu anakuja, tuchumuika kwa pamoja, uwanja uchae na mbingu ikapata wengi kwa ajili ya wokovu. Okay, Brother Orina
Atazungumzia mambo ya unabii. Tujue ulimwengu umetoka wapi, ulimwengu umefika wapi, na tuko wapi. Takurara nyomba injwa mangana nara manene kamuranche rangeli noena abana bainu bakalesi bakale baiche tochumuikiamo tokurre nesi yeringire Yesu ngo chale karali kaningoli nakako chokototebyo bobaniga akimwaliga niga omwane nabasesenie asaya mange na make na abali kandi officially omwane nabasesenia rusia marwaire tuchumuike pamoja kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, sote tuseme amina. Mungu atubariki. Namleta ndugu yangu atuzungumzie ambaye ni mgeni wetu mkuu. Tiakora agenda. Sasa mkitoka na mimi nazungumza itakuwaje? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Kenyenya. Wakati nasema give me Kenyenya or I die, mnasema Jesus is coming soon. Hallelujah. Give me Kenyenya or I die. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Give me Kenyenya or I die. Amen. Itakuwa ni slogan yetu wakati ambapo tutakuwa na wageni ambao watakuja hapa. Manake hiyo ndio ilikuwa presentation ambayo tuliweka pale Marekani, ikawa kwamba ni presentation ambayo iligusa watu. Wakaamua kwamba waweze kufika Kenyenya. Manake tuliwaambia kwamba tupe Kenyenya ama tufe. Nao wakasema kwamba tunaenda hapo Kenyenya ili kwamba watu wa Mungu waweze kuokolewa. Haleluya. Ninashukuru sana watu wa Kenyenya pamoja na uongozi wa kanisa kwa sababu ya kukubali kwamba tuweze kufika hapa katika sehemu ya Kenyenya. Imekuwa ni muda mrefu sana tumekuwa tukizungumza pamoja na uongozi wa kanisa na pamoja na kwaya yetu ya Heaven Targeters. Tumekuwa tukiweka mikakati na mipangilio kuhakikisha kwamba kuna huduma ambayo itafanyika hapa. Mbali na huduma hii ya kuhubiri, tumekuwa tukiweka mikakati ya kuhakikisha kwamba watu wamepata huduma ya afya. Kwa hivyo basi tunakuja na madaktari wakubwa sana kutoka Marekani ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kuchunguza afya yetu kwa kina, mbali na kufanya operesheni kwa watu ambao ni wagonjwa hapa katika sehemu ya Kenyenya. Watu wa Kenyenya mtabarikiwa sana. Haleluya. Kwa hivyo nilaleta kwanza salamu kutoka kanisa langu la Greensboro. Greensboro linapatikana pale North Carolina, Marekani, ambapo ninashiriki, lakini mbali na kushiriki mimi ni mzee wa kanisa hilo. Na pia mke wangu tunakaa pale naye na pia ni kiongozi wa kanisa hilo. Kwa hivyo tumewasalimu. Je, mmepokea salamu za pasta wa kanisa, washiriki wa kanisa pamoja na za mke wangu? Mmezipokea? Asante sana. Kwanza nishukuru Orina kwa sababu pamoja na wale ambao ni missionary wamekuwa kifanya kazi hapa kwa muda mrefu. Sasa zaidi ya mwezi mmoja ambapo wamekuwa kitembelea nyumba hadi nyumba. Na natumai kwamba wamefika kwenu. Na kwa hivyo basi wamefanya kazi kubwa sana ya injili katika sehemu hii. Pili, niweze kushukuru pia kanisa la district na wilaya nzima ya Kenyenya kwa kukubali pia tuweze kufanya krusedi ya kiasi hiki katika sehemu hii. La mwisho niseme kwamba tutashirikiana pamoja katika wiki hizi mbili, na zaidi ya yote tunakuja na wanenaji, tunakuja na madaktari. Wote hao 18 watakuwa ni wazungu. Mimi peke yake mimi ndio mweusi. Wengine wote watakuwa brown. Mimi mwenyewe nimeanza kuwa brown squeeze, lakini ila wote watakuwa weupe. Je, mtakaribisha wageni ambao naleta hapa? Lakini la mwisho niseme kwamba mimi mamangu anatoka hapa. Ndio sababu nawapenda sana. Mimi ni mtoto wa Joyce Ayenda Nyokangi. Mamangu ndio mkubwa. Kwa hivyo nimekimbia pale kuona Sokoro na ameleta salamu pia zake hapa. Haleluya. Bwana awabariki sana na ninafurahi kwamba nimerudi nyumbani kwa ajili ya kueneza injili. Barikiwa. Akamwana kanotwa gakini kisi New Life ese familia nego chigaki karamo kwanere iga mokorere bisio iga gatoreteire ebisio nataka nitayete ko batebi ngamba toreterete amangana manene aliri okindo ultrasound yewe etani chimilioni 10 mbuya mole amalio ga umugeta so bonge
amarioga asobonge asigo ewiki egocha abantu bonsi biko ikalamisi ye nabakonyora baikira bonsi pi ndotware free medical camp oyo bweko goturanderia na doctor umunyagitari mbuya mole lakini bweke oruro bonyagitari ochire ibinto binde bono bairo mopasita igo is a doctor number 1 lakini humbled baka amekucha kutungumzia neno la Mungu. Kwa hivyo tunawaalika mkuche kwa mkutano mkuu. Abalisi bane bonsi pia igana station ya nabalisi tenenango or elders nabaliko nyatoko bwatera na tenena asomo kutano mole. I want to recognize you because you have been here day and night for God's work. Abagaka babuna mubaroche igana bakungu baliko nyatoko bwatera na mwensi bitenena anonka bakubatera na pastor bara pastor tenena igagocha. Obeire bako sumboka kubanga bakabuna tu ikaransire na pado parenga bako batembi yamono nande tubasabera aserietari ya Yesu nyasaba sisenie abashiriki mwensi pi bwana nkirongoliye kanisa nyamyobo okirongoli nero ya nkorete nyangi gona inkande na wakaripisha officially feel at Jesus home ili Yesu akicha kama tuko kwa mkutano sote tukombolewe. Mungu akatubariki. Tuombe. Kwa mengi na machache ambayo tumeyanena katika uwanja huu, ndio mwanzo wa mambo makuu ambayo Kristo umelipangia kanisa lako katika Kenyanya District na kanisa nzima la Kiadventista katika sehemu hii. Tunakukaribisha kwa njia ya unyenyekevu kwa mkutano huu mkuu ambao unaanza leo. Mapepo yote na shughuli zote za mwovu shetani tunazikemea zishindwe kwa jina la Yesu. Kristo ukatamalaki katika uwanja huu wote. Kristo ukatamalaki ndani ya mioyo ya wana wako na binti zako. Walio nyumbani wengine watakata kauli. Ukawasungumuzie na kuwakumbusha ya kwamba hapa sio kwetu, karibuni unarejesha ufalme. Ili kila mmoja wetu tujihusishe kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa familia zetu, ili kwa pamoja tarumbeta itakapolia, hiwe tumelala kwa makaburi, hiwe tuko hai, Kristo ukatufufue na kwa pamoja tukaingia Yerusalemu, tukishirikiana na wapendwa wetu ambao wametuletea injili ya wokovu, tukiingia Yerusalemu mahali tutaishi na wewe milele na milele, tukiuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Bariki kwaya zote ambazo zitakazofanya kazi hapa. Bariki wale wote watakaotembelewa. Bariki wale ambao watakaotembelea watu wako. Zungumza na roho zetu. Mapepo yote ya magonjwa, visirani vyote vya mwovu shetani, tunavifungia nje ya mkutano huu, ili Kristo ukatamaraki na jina lako litukuzwe. Tubariki pamoja sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu, na sote tuseme amina. Amen. Amen. Basi, asante kwa karibisho hilo. Mungu awabariki sana. Tuko na kwaya ya Adoration, Adoration Kisii. Simama tu mpungie watu mkono. Adoration please. Kwa hivyo tumeanza kutembelewa na choirs. Kwa hivyo ni kama tutabarikiwa sana. Si ni kweli? Ni sawa. Mimi nitaongoja kuona mabarikio hayo. Kama nitaishi. Basi. Kwa sasa hivi ninataka kuleta wale wadahudumu hapa mbele, ili tuweze kuanza sasa. Ni Elder Nelson Mbunde. Salimu kanisa. Huyu ni mzee wa kanisa ya Nazareth, tena ni chairman ya wazee katika district. Basi mimi kama mwenyekiti wa Crusade na mwenyekiti wa wazee wa wilaya ya Kenyanya, nataka nishukuru Mungu kwa maana ametupatia uhai. Tena nataka niwakaribishe nyinyi wote kwa mkutano wa Injili wiki hizi mbili sote. Mungu asiti wabariki. Abatiko ni murabu na abadikonesi tenenanga ase mulimo salute. Korabwango abadikonesi na abalisi mbatebwa bono nagenda abadikonesi na abatikoni salute umati wa watu. Thank you so much. Tusikiriane erindo omugutano yo erabia. Thank you so much.
Mbuyamano Mauricia, thank you so much. Huyu mnamjua? Namjua Aminga lakini Kisungu. Mishael Aminga anatoka KCC, Kenyinya Central SDA Church. Salimu watu wa Mungu. Wapenzi katika Bwana na wasalimu, hamjambo. Karibu kwa mkutano. Anayefuata ni Elder Eliakim Daniels Memorial. Happy Sabbath, happy day, na watakia usikizaji mwema. Anayefuata ni Machora, elder wetu mgeni kutoka Heaven Targeters. Amekuwa kwangu mpaka nimemjua, ni Elder Machora. Yeah. Praise God Church. God bless you. Thank you so much. Anayefuata tutamwacha kidogo, ndio mgeni wetu Mungu ameweka kando ili aweze kuleta injili takatifu kwa mioyo yetu kidogo wakati wake. Nitamleta Elder Lamek pia salimu kanisa. Bwana asifiwe. Unaposema kwamba mimi ni elder, kuna watu ambao wananidharau sana, kina Vincent, wanaona kwamba tulikuwa pamoja naye. Bwana jamani, Mungu amenivukisha, mimi ni elder. Bwana asifiwe tena. Asante. Asante elder. Biblia inasema anayetamani kazi ya nini? Ya uongozi katika kiwango cha bishop ametamani kazi nzuri. So vizuri umetamani kazi nzuri. Mungu akubariki kwa kazi hiyo. Anayefuata ni pastor wetu, amesema maneno, anaitwa Pastor Rebecca. Salimu watu wa Mungu. Kina mama mwere cheste na baraiba inu bechi kanisa moreta marieta muchakoleta marieta bonoiga. Hello, welcome. Anayeongea Pastor Bara Fred, Kenya District Pastor. Wacha tuende haraka sasa. Tufungue Biblia zetu, kitabu ni cha Waamuzi 16:20. From the book of Judges, chapter number 16, verse number 20. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Numbers 16:20. Churches 16:20. Biblia inasema, then she cried, Samson, the Philistines are here. When he awoke from his sleep, he said, I will escape as I did before and shake myself free. But I did not know that the Lord had left him. Then she cried, Samson, the Philistines are here. When he awoke from his sleep, he said, I will escape as I did before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Mungu abariki maandishi hadi mtumishi atakaposimama kuyatia nguvu. Tusimame sote kwa wimbo namba 161 Kiswahili. Choristers tupe sauti. Piga pandana ya makelele. Naomba kanisa tusimame. Piga panda, twende. Piga pandana ya makelele. Yesu yu aja tena. Yu aja sauti imba sana. Yesu yu aja tena. Anakuja. Yesu yu aja tena. Itowe mwangwi sana vilima. Yesu yu aja tena. Yu aja kwa utukufu mwingi. Yesu yu aja tena. Anakuja. Anakuja. Yesu
yuaja tena. Itawe vema hali popote, Yesu yuaja tena. Mwokozi aliyetufilia, Yesu yuaja tena. Yesu anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Kuona machafuko twajua kwamba Yesu yuaja tena. Mataifa yakasiliana, jua Yesu yuaja tena. Yesu anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Maradhi, hofu hutuhubiri, jua Yesu yuaja tena. Taabu, jaha hutulilia, jua Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu anakuja, jua Yesu yuaja tena. We pray. Our most wonderful Savior in heaven, we praise and adore your name this afternoon. We come before thy presence with our hearts full of gratitude and thanksgiving because of what you've done to us as your children. We've come to this place to seek your presence throughout the 2 weeks. Oh God, we are not worthy, but we believe in your word because you've promised that those who have accepted you and decided to follow you, you make them to be your children, and even you use them as vessels to do the mighty work of salvation. Thank you because of that promise. Now we pray that as we shall be here, you cover us with the precious blood of Jesus. We want to come against the plans of the evil one in the mighty name of Jesus. We pray that may the heavenly angels come and surround this ground. May you feel your Holy Spirit here. May your presence be felt, that even those who come and stand on this ground, they may come out changed because you are promised to do so. Thank you even for the sick people you are going to heal throughout this crusade. Thank you even those that you are going to save. But most importantly, we pray that you prepare every one of us who shall have time to come here to receive you in your second coming. Thank you for the ministers who you prepared to talk to us. We pray and commit them before you, God. We ask of thee that you talk to them, you give them your Holy Spirit to guide them. May you give them the right message for the people of Kenya. Thank you because you promised to do it. Even as the speaker is going to stand and speak to us, oh God, we ask that may you use him in a mighty way. May we never see him, but see you through him. And thank you because you're going to do great things through him, because you promised to do it. At this point now, we want heaven to come and take control and charge of this ground. Even our speakers, even our electricity, we pray that you take control of it, because we know the devil is against it, oh God. Thank you because you're going to do great things through us, because you promised. Thank you for the people who have come. Bless them. But most importantly, prepare them for your second coming. It's our humble and sincere prayer in Jesus' name. Happy Sabbath. Happy day. Ni wakati mwingine tunamwabudu Mungu kupitia kutoa saka na sadaka. Na katika kitabu cha Malaki
3 fungu la 10 kuendelea, inasema kwa Kikisii, inurete nsemo ya 10 eng'ikiranu ase kungo ye nyumba yane, elinde ndagira ebe ase nyumba yane. Ase enchere iyo inwe monteme gose tinko igorera ebibao bya igoro mbaumorere ogoseseni gwokonge mono gotari korengeka nabo incho monene ngoteba wemeganda ngoteba. Kwa hivyo Mungu wakati huu Mungu anatuita ya kwamba tuweze kutoa saka na sadaka kwa ajili ya kazi yake. Kwa hivyo ningependa nichukue nafasi hii niombe deacons and deaconesses waweze kusimama kwa ajili ya kufanya hiyo sehemu ili tuweze kuendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Choristers, wakati deacons, sijaona deacons na deaconesses wakisimama, tufanye haraka kwa sababu ya wakati ili tuweze kukusanya saka na sadaka. Thank you. Tunapoimba wimbo namba 9 adoration, waweze kumtukuza Mungu. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako, twende. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako inabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, mimi sina budi kusisifu izani zako kuu. Tena sina budi kusisifu izani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Tena twangojea sasa siku za kuvuna, na tutashangilia wenye mavuno. Nasema wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Jesus gave his life a ransom there on Calvary, on Mount Calvary, cruel Calvary, paved the way by blood that we might win a bright shining crown. Praise his holy name. Salvation has been brought down, oh glory. Praise the Lord.
salvation has been brought down. From heaven, go and shout and shout and tell it to the world around. Tell it today to people in sorrow. Tell it today and tell it tomorrow. Praise the word of God that we might win a shining crown. Tell the Lord salvation is full and free. To sinners spread the news, bless the news all over the land and sea. Go preach it and tell it all for every sorrow. Tell it all for all over creation. Praise the Lord, salvation has been brought down. All alone without a friend, he suffered to pay it all. Yes, he paid it all. Jesus paid it all. In his blessed promises, with victory can be found. Praise his holy name. Salvation has been brought down, oh glory. Praise the Lord, salvation has been brought down. From heaven, go and shout and tell it to the world around. Go preach it and tell it today to people in sorrow. Tell it today and tell it tomorrow. Praise the word of God that we might win a shining crown in heaven. Tell the Lord, salvation is full and free. To sinners spread the news, listen news all over the land and sea. Go teach it and tell it afar in every nation. Tell it afar all over creation. Praise the Lord, bless the Lord, salvation has been brought down. There's a blessed home prepared way over in glory land. In bright glory land, blessed glory land. I have trusted in his love and now I'm heaven bound. Praise his holy name. Salvation has been brought down, oh glory. Praise the Lord, salvation has been brought down. From heaven, go and shout and tell it to the world around. Tell it today to people in sorrow. Tell it today and tell it tomorrow. Praise the word of God that we might win a shining crown. Tell the Lord, salvation is full and free. To sinners spread the news all over the land and sea. Go teach it and tell it afar in every nation. Tell it afar all over creation. Praise the Lord, salvation has been brought down. Praise his blessed holy name. Salvation has been brought down, oh glory. Praise the Lord, salvation has been brought down. From heaven, go and shout and tell it to the world around. Go preach it and tell it today to people in sorrow. Tell it today and tell it tomorrow. Praise the word of God that we might win a shining crown. Tell the Lord, salvation is full and free. To sinners spread the news, listen news all over the land and sea. Go teach it and tell it afar in every nation. Tell it afar all over creation. Praise, salvation has been brought down. Tusimame zote kwa ajili ya kubariki saka na sadaka. Yako sasa, twende. Mali yako sasa, Bwana tumetoa, hatuna yaliyo
Naweza hand over to district treasurer kama ako huko. Thank you so much. Elijah bado. Sasa wacha tuweze kuleta mgeni wetu ili atumegee mkate wa mbingu, na wakati mgeni anasimama, hata wewe chukua nafasi ya kumwombea ili Roho wa Mungu aweze kumtumia vizuri kwa ufasaha, tuweze kusikia Mungu akinena kwa mioyo yetu. Hivyo ni wangapi wanasema pastor asimame ili aweze kuongea kwetu? Pastor, now come. Nina wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hivi kwamba ndio tunaanza crusade na mmechoka hivi? Day 1. Hebu mwambie jirani yako changamka. Mwambie tena changamka. Hivi amechangamka ama bado amekaa mkao wa kuchoka? Mwambie Yesu anakuja tena. Mwambie Yesu anakuja tena. Nina wasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Mara nyingine tena, Bwana asifiwe. Kenyenya, Bwana asifiwe. Give me Kenyenya or I die. Jesus is coming again. You guys are not serious anyway. May I repeat it once again? Give me Kenyenya or I die. Jesus is coming again. Give me Kenyenya or I die. Nina wasalimu sana, na niseme tu sasa kwamba tunaanza kidogo, lakini mchana tutafanya sermon za kipekee. Mchana huu mniruhusu nianze mkutano huu, na kabla sijaenda mbele kidogo, ni mshukuru sana mchungaji wangu wa mtaa huu, na niseme pastor, wewe ni wa kipekee sana, na niliona unavyosukuma mambo. Nimepata taarifa kubwa, na sitasema mengi zaidi, lakini Bwana mwema akubariki sana. Umechukua mkutano wa kihistoria, na ili kujulisha kwamba ni wa kihistoria, matokeo ya mkutano huu yanaenda ulimwengu mzima. Yanaenda ulimwengu mzima. Jamani, Bwana asifiwe. Hivi ninavyozungumza hapa sasa hivi, Pastor Geoffrey Mbwana anafuatilia crusade hii direct from US, na anabarikiwa. Tumekuwa tunachat tu nikiwa nimekaa hapa, anasema yuko pamoja nasi. Lakini wako watu wengi, na rafiki yangu kutoka kule Lebanon amekuwa karibu, na wengine wengi ambao wanafuatilia crusade hii Nairobi, Kisii nzima na Kenya mzima, Tanzania, wameketi wanafuatilia mikutano hii, na niseme ulimwengu umehamia Kenyenya. Hebu mwambie jirani yako, ulimwengu umehamia Kenyenya. Kwa hiyo kaa kikrusade, kaa mkao wa kisasa kabisa. Usije ukalala hapa mpaka kule Marekani wanasema kuna mtu amelala kwa crusade. Kwa hiyo niseme Mungu awabariki sana. Basi kwa haraka niseme tena, ninayo furaha tele kufanya kazi na mwinjilisti Orina. Ninafahamu Mungu anamtumia sana, na sasa tu kwa haraka niseme mwinjilisti Orina, na kuombea tena, maana najua Mungu amekutumia this time. Mungu anataka kutumia zaidi ya kawaida, lakini najua na nafahamu sana uwepo wa kaka yangu, rafiki yangu na mwandani wangu, mwinjilisti na Elder Robinson Otieno, ambaye ninajua kwamba Mungu amekutumia sana, lakini hapa Mungu atakutumia zaidi. Kipekee Heaven Targeters, familia yangu pendwa ambayo ninaienzi sana. Tumehubiri hapa Kenya kwa sehemu kubwa, lakini nataka niseme matokeo yatakayotokea Kenyenya
ni makubwa kuliko yote, na hivyo twende na moto huo na tuombe katika ramani hiyo ili Bwana ajitukuze sana. Zaidi ya yote ni mshukuru Mungu kupitia Heaven Targeters, lakini kwa familia hii ya kipekee ya ndugu Lamek na mkewe Dr. in Making Dr. Glory, ambao wanaishi kule Greensboro, ambao wameona vizuri kwamba kwa kushirikiana na familia hii yetu pendwa ya Heaven Targeters tuweze kuleta wazo la crusade, lakini wakileta support kubwa kutoka kule Greensboro, USA. Niseme ya kwamba Lamek, wa Kiswahili kinasema mcheza kwao hutunzwa, na Mungu akutunze kwa kuamua kuleta mkutano huu. Mimi mwenyewe nimefuatilia kwa ukaribu speech ambayo ilikuwa inasema give me Kenyenya or I die, na ilikuwa ni mguso ambao watu wa Marekani wamesikia, wa vijana wa Kikenya wakilia kwamba tunataka Kenyenya iokolewe, ni heri tufe lakini Bwana aseme hapa. Na kwa hiyo tunashukuru kwa msukumo huo kwamba tiba zinakutufikia kwa ufadhili, lakini mikutano hii inakuja ambayo sisi pamoja nao tutakuwa tukifadhili mikutano hii. Kwa haraka tena niseme karibu kwa hali na mali. Nitatangaza mambo haya kwa kina zaidi, lakini kama muonavyo nguvu ya maandalizi imetumika hapa kubwa. Tutakuwa na jukwaa hapa ambalo litakuwa kubwa, ambalo linatengenezwa hapa nyuma. Tent zimewekwa, lakini kwa nasema we need more tents, lakini we need more chairs, kwa sababu kama sisi wenyewe leo tumepajaza hivi, na nataka niwaambie kama vile tu hamjaelewa, Mungu atajitukuza hapa kwa namna ambayo crusade itakuwa kubwa. It is a really mega crusade. It's not a story, and we are not making stories. It is yet to happen, and even now it is mega. Na kwa hiyo Mungu anataka ajitokeze hapa. Labda kwa sababu naona tuna mashaka na mvua inaanza kutuchapa kidogo, acha niombe ruhusa, na mjua Mungu atatupa ruhusa hiyo ili tupate neno kidogo ili tuendelee. Hebu tuombee mvua kwanza kidogo na hali ya hewa nzuri. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ndiye Shekaina, wewe ndiye wingu ambalo linatufunika. Hivyo mvua ni njema, na wewe wajua kwamba ni njema, inafaa. Ila mimi mwanao mdhambi nisiyestahili, umenistahilisha na kibali umenipatia, umenifikisha hapa. Ikiwa basi kuna ambaye anaomba pamoja nami, hebu uyasikie maombi yetu. Ingekuwa ombi langu kwamba utupatie muda mfupi kabla ya kwenda lunch ili ututulize pasi na mvua. Ndio ni njema, inahitajika kwa jamii, lakini ningekuomba kama itakupendeza muda huu tu ili nihubiri na amani itawale. Ninakujua, huwa ukiombwa unasikia. Wewe ni mtulivu, unajua mapenzi yako ni mema. Ukisema inyeshe unaweza, ukisema isinyeshe unaweza. Na kama itakupendeza kwamba kuna mmoja ambaye anasikiza kutoka mahali fulani mtandaoni hapa karibu, abarikiwe na neno hili, ili kwamba ikikupendeza mimi na watu wote tutulie. Lakini kama utaona vinginevyo, hufundishiki, wewe ni mwema siku zote, na tutaheshimu mapenzi yako kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Nishukuru sana field yetu ambayo imekuwa mbaraka mkubwa, na mnaweza kujaribu kutulia. Bwana anataka atuletee utulivu. Usiogope sana, na kama Bwana ataona vinginevyo tutajua, lakini najua anataka kututuliza hapa ili tubarikiwe. Nishukuru sana field yetu hii pendwa kwa kupokea mkutano huu ambao unakuwa mbaraka mkubwa Kenyenya. Na hivyo nimshukuru sana Mungu pia kwamba atatusaidia ili tufike hatimaye mwisho wa crusade hii ya majuma mawili ambayo itakuwa mbaraka mkubwa, na Bwana atajitukuza. Bwana atajitukuza. Na hivyo wakati najua kwamba unataka kutulia na mvua hii inapita, ili kwamba Bwana atupatie utulivu, uwe na amani rafiki.
Bwana atatusaidia. Asante kwa kujali. Unaweza tukaweka hapo ili tuweze kupata mbaraka huo. Unaweza tu labda inataka mvua usogee mahali ili utulie zaidi, ila ninachojua tunahubiri. Kwa hiyo karibuni katika mikutano hii. Labda nitangaze kutokea mwanzo, tutakuwa na maombi, ibada ya maombi asubuhi mapema kila siku, na tutaanza kesho. Pastor, ninaomba niseme nitaanza kesho maombi hapa, na kwa hiyo yeyote ambaye anawiwa kukutana na nguvu na uwepo wa Mungu anaalikwa hapa. Vyombo vitakuwa on na tutakuwa na maombi makubwa sana. Wale ambao wamekuwa pale Ugembo, wale ambao wamekuwa kule Keroka kwa hapa Kisii, wanaelewa kwamba huwa asubuhi panajaa kuliko jioni. Kwa hiyo unaweza ukafanya maamuzi hayo. Hapa hivi tu tunaanza, lakini maombi ya asubuhi ni maombi ya madhehebu yote, na hata jioni kila mmoja anakaribishwa. Kabla hujaenda dukani, hujaenda shambani, hujaenda kokote kule, ninaomba uchague kuja ili tuombe pamoja. Kwa hiyo ninaomba niwaalike umati wote wanaonisikiliza, walioko kule madukani, walioko kule barabarani, walioko hapa katika mkutano. Tunataka tuwe na uzoefu na Mungu, na mimi ninajua nyakati zote ambazo ameniita Mungu na amenipeleka mahali, hajatuita kwa kusudi lililo la kawaida. Na hivyo naomba niwatangazie ya kwamba wahi mapema, maana kufikia saa 11 kamili the ground will be so full. Kwa hiyo wewe unaweza ukakosa kiti, maana naenda kumwomba Bwana atuamshe asubuhi na mapema. Hebu nione walionielewa wapunge mkono namna hii. Wale ambao wana magonjwa, wale ambao wamezidiwa na changamoto za maisha, wale ambao ndoa zao zinasumbua, wale ambao watoto wamewachosha, wale ambao wanakutana na uzoefu wa maumivu katika maisha yao, ndio ninaowaalika. Lakini hata wewe ambaye una shukurani, wewe ambaye unataka kumshukuru Mungu kipekee, wewe ambaye una nia ya kukutana na Mungu, njoo tangu kesho asubuhi. And so crusade yetu ni asubuhi na jioni, na kesho wahi. Usije ukakosa nafasi hii, maana Roho Mtakatifu atawaalika watu ambao wanasikia sauti na hata ambao hawajafika hapa, ili waje na kwa pamoja tutabarikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu kama umeelewa tena nipungie mkono namna hii. Haleluya. Anso tembea kutoka mbali. Pale Kisii, pastor, labda niseme uzoefu kwanza wa pale Keroka. Hapa ni Kisii yote, pale Keroka tulikuwa tunafanya asubuhi mikutano na watu wasiopungua 7,000 kila asubuhi, watu wasiopungua 7,000, na Mungu amejitokeza sana maeneo yale, na ni historia isiyofutika. Na ndio maana ninawaambia tangu mwanzo, kabla sijahubiri, naomba tujitokeze, maana wito ni wa Bwana. Jamani, haleluya. Wito ni wa Bwana. Njoni tumwombe Mungu, njoni tusome neno, njoni tuimbe, njoni shetani apingwe kutokea hapa, njoni tumjue Mungu kwa mapana, njoni tumseme kwa wingi, maana anakuja upesi Yesu Bwana wetu. Na ndio maana pastor, nilipoambia watu mvua hainyeshi, wao walikuwa wanatembea tu. And so they have no confidence with what we have prayed. Ndio maana nilikuwa naona watu wanazunguka, ila mimi huwa na desturi na uzoefu. Robinson atakwambia tunaongea na Mungu ambaye si tu kwamba tunahubiri habari zake, lakini ana tabia ya kututetea. Na ndio maana mvua inatulia, sio kwa sababu ya utakatifu wetu, na sio kwa sababu ya wema wetu, na ni kwa sababu yake mwenyewe. Jamani, ni kwa sababu yake mwenyewe. Hebu ambao wamemshukuru Mungu kwa mvua kutulia waseme amen. Hebu tuseme tena amen. Mimi ni nani? Na watu hawa ni nani hata tuombe na mvua
itulie kutoka mbinguni, mawingu yaangae. Huyo Mungu anayetujibu kuanzia leo, mwenyekiti wa kambi, anayo mkutano huu, atatujibu mpaka mwisho. Hivi huku kwenu huwa amina mkitoa mnafuta watu ushirika? Sijaelewa sana kwamba unakuwa disfellowship ukisema amen. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ndivyo Mungu anavyoanza kutujibu hapa. Kutoka mvua kuja jua, atayabadilisha maisha yetu. Elda Machora, atabadilisha majira ya nyakati zetu. Hebu basi tuimbe beti moja. Mchana usikose. Mimi sijaanza bado crusade na hata sijaweka mambo sawa. Nimekualika tu kesho na hata hivyo ninakualika katika somo hili fupi mchana wa leo. Maana Mungu anataka ajitokeze kenyenya for Jesus. Yani kenyenya kwa Yesu. Amen. Na kama watu wanatoka Marekani wanasema give me kenyenya or I die, wewe uliye hapa utasemaje? Je, utaendelea kurelax? Mungu atusaidie kuelewa. Mungu atusaidie kuelewa mambo haya. Wimbo nambari 46, fungu la kwanza na la mwisho. Na choristers wangu najua wako hapa na wengine nimeshukuru sana hata kwaya iliyokuja. The very powerful song that you tell it around the world that Jesus is coming. Na hiyo imegusa sana moyo wangu. Tuimbe wimbo huo, beti la kwanza na la mwisho, na kila mmoja atulie, maana uwepo wa Mungu unaingia katika ground hii. Na mkutano huu ni wa madhehebu yote. Wanaosimamia tu ni SDA, lakini waalikwa ni watu wote. Jamani, Bwana asifiwe. Labda kabla wimbo hujaimba, maana ukiimba naingia kwenye sermon, nataka nikuombee from the beginning. Wimbo ukiimbwa nitakuwa nikienda kuombea, ila kabla sijaomba, brother just keep on standing ili tufanye tu kitu kimoja. Lazima niambukize jambo hili. Nimesema tunaenda kubatiza watu wengi sana. Watu wengi sana. Hebu mwambie jirani yako, tunaenda kubatiza watu wengi sana. Hivi nyambana mnaongea hivi kweli jamani? Mko serious? Hata kule sioni mtu anamwambia mwenzake. Hebu mwambie tena jirani yako, tunaenda kubatiza watu wengi sana. Hebu nisikie mkimwambia jirani, mwambie tena 1 2 3. Tunaenda kubatiza watu wengi sana. Hata bado moto hujawaka. Ukiwaka nitaelewa. Hebu mwambie tena jirani yako, tunaenda kubatiza watu wengi sana. Watu wengi sana. Na unajua ukisema inakuwa. Amen. Ukisema inakuwa. Yaani Bwana asifiwe. Hebu mwambie tena hivi, hakikisha umeleta watu kwa Yesu. Yani watu wa huku, ama mwambie tu vile unataka, mwambie vinginevyo ila iendane na hicho nasema. Hebu mwambie tena, hakikisha unaleta watu kwa Yesu. Hebu nione ambao wamepokea huo wito. Leo ninaanza kuombea hivi, naanza kuombea wanaotaka kuongoa roho. Those who wish to be the soul winners. And this will be my first prayer for those who wish to join the group and even entirely world to be part of soul winning. Wale ambao wanaingia kwenye mradi wa soul winning, na natamani hata wewe uwepo. Iwe wewe mwenyewe unajileta kwa Yesu kubatizwa, alafu pili unaleta na wengine wengi kubatizwa. Na wewe ambaye ni mama, baba, kijana, binti, wewe mzee, unatakiwa ujiweke wakfu tangu day 1 kwamba mimi ninaenda kuleta watu kwa Yesu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Huu mradi ni wa Bwana. Uwezi kufeli, na wakufanya hao wengi wabatizwe ni mimi na wewe. Wangapo nasema tena, Yesu, kwa wema na neema yako, iwe umri umeenda, iwe mimi ni umri wa kati, mimi ni kijana mdogo, hata wale ambao ni watoto wako kule, tutaenda kuwa impact habari ya soul winning. Lakini kila mmoja sasa
anataka kuvaa jukumu hili. Nimekuwa pale Tanzania na crusade juzi, tumebatiza watu 866, the last very crusade. Lakini kilichotokea ni nini? Kubatiza watu 800 na kitu pale kwa wiki hizo mbili, in spite ya maeneo kuwa magumu, ni ya kwamba kila mmoja alibeba jukumu hilo, alilielewa, na kila muumini pastor alibeba jukumu hilo, na wakajipea magol. I need 10 souls for Jesus. Na hapa sijajua kila mtu atasemaje, maana we need to baptize a lot. Hata wazee nilipowasalimia, my first greetings ilikuwa ni soul winning. Na Yesu anakuja, we must win souls. And that is how we make the statement that give me Kenyanya or I die. How do you receive and how is it given? It's through baptizing many and the gospel to be spread. Na hiyo injili sio injili ya propaganda. The truth of the matter on how Jesus is coming, na anakujaje, na nini hasa kinachosema Yesu anakuja, tutakihubiri hapa. Hebu wale ambao wanasema pastor, sasa kwa sababu ya maslahi ya wakati, hili nimelipokea ni langu mimi mwenyewe. Kama hujabatizwa unasema mimi mwenyewe kubatizwa kwanza, lakini kisha kuwaleta na wengine wengi. Na wale tuliobatizwa siku nyingi tunasema hatimaye mimi niliyebatizwa ninaenda kuleta familia yangu, naenda kuleta familia ya jirani, naenda kutembea sokoni, naenda kutembea kila mahali. Tulibatiza pale Keroka boda zaidi ya boda 200. They were all baptized. This is to so say kwamba kila mmoja alivaa jukumu la kusema Yesu anakuita, maana hivi karibuni anakuja. Wangapo nasema Yesu, mimi nitajiunga na kundi la watu watakaoleta wengine kwa Yesu. Nahitaji na mimi niwe mwinjilisti. Wiki 2 zisipite kabla sijaleta mtu mmoja kubatizwa kwa Yesu. Na hata hivyo 2, 3, 10 na hata zaidi. Mikono ni mingi. Kama wote tutafanya hivyo, Bwana akubariki upande huu, Bwana wabariki upande huu, Bwana wabariki upande huu, Bwana wabariki huku kote, kutano zima, na wale mnaonisikia toka mbali na hata mtandaoni, Mungu awabariki. Karibuni basi tuimbe beti la kwanza, tukatumeketi, la mwisho tukatumesimama na neno fupi ambalo litakuwa baraka. Miguuni pake Yesu, miguuni pake Yesu, twende. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu. Amen. Pahali palipo heri, niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu. Powerful, kila mtu aimbe. Nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Tusimame mkutano wote. Bariki Mwokozi, miguuni pako. Unitazame kwa pendo, nione uso wako. Nipe Bwana, nipe. Oh yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus. Ili nionekane. Bwana nimekaa na Mwokozi aliye haki. Repeat the stanza. Kila mtu anapokea baraka zake. Bwana kubariki. Bwana kubariki. Miguuni pako. Yes Jesus. Bwana kubariki wewe uliyekuja ground leo. Kwa upendo Yesu. Nione uso wako.
aliye haki yangu. Kila mmoja akiwa amefumba macho yake anasema, Baba, ninataka mikutano hii unibariki mimi na familia yangu, mimi na watoto wangu, mimi na wajukuu zangu, mimi na kila mtu ambaye ungetaka abarikiwe. Ninatamani hata nguvu za giza katika milima hii ya Kenyenya ikatikiswe katika mikutano hii. Ninatamani uwepo wa Mungu ukaachiliwe katika mikutano hii. Na unasema Bwana, uibariki Kenyenya. Na unapoibariki Kenyenya na mimi unibariki. Kila jicho likiwa limefumbwa, tutaimba tena beti hilo, na baadaye itaiachia nguvu ya Mungu hapa. Kila jicho likiwa limefumbwa na tukiimba ni miguuni pako. Haleluya. Unitazame kwa pendo, nione uso wako. Nipe Bwana nia yake, ili nionekane. Nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yake, ili nionekane. Bwana, ishi uwepo wa Mungu katika ground hii. Anza kumwona Mungu katika maisha yako. Anza kuishi uwepo wake katika maisha yako. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yako. Bwana anashuka katika viwanja hivi. Uwepo wake unamwagika katika viwanja hivi. Hata wewe anakutembelea katika viwanja hivi. Bwana shuka. Bwana ingia katikati yetu. Gusa kutano hili Bwana. Oh yes Jesus. We bless your name Jesus. Baba na Mungu wetu, ninaona watoto wako wamejazwa sasa imani. Kama tumekuomba hivi dakika chache zilizopita, utusaidie mvua kukoma ili tuhubiri. Na umeona vyema na umetenda. Hii inatuambia mikutano hii utatenda mengi mno. Na Mungu wetu, nakuomba kuanzia sasa, muujiza wa kwanza ambao tumeutamani ni kumgeuza kila mmoja hapa awe yule mwinjilisti wa habari njema. Awe zaidi ya yule mwanamke ambaye alikutana na wewe kisimani. Awe zaidi ya mwinjilisti wa kawaida. Na ninakuomba Mungu wangu, wageuze wanaume kuwa wainjilisti wasio wa kawaida. Wainjilisti kama Petro, ambao watasimama, ambao watasema, ambao watakimbiza mwenge wa neno lako na kuiambia Kenyenya na viunga vyote vya milima hii ya kwamba rafiki, Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Ninaomba wanaume wote, kwa vijana wote, watoto wa kiume wote, wazee wa kiume wote, wape uwezo wako. Waende wakahubiri, waende wakaongoe, waende wakatangaze, wakaseme, we have heard the sound that Jesus is coming, and Jesus is coming, and that voice shall echo, that voice shall go ye and win many more souls. Ninaomba wanaume wote uandae,
hata yule ambaye mdomo wake haujawahi kufunguka kusema Yesu anakuja, Baba naomba fungua mdomo wake. Baba naomba fungua mdomo wake. Imetosha kuwa na washiriki ambao ni watazamaji tu. Imetosha kuwa na washiriki ambao hawahubiri habari zako. Naomba watoto wadogo wa kiume wanapoenda hata kwenye KID program, wanaenda kusema habari za ujio wako, wanaenda kutengeneza watu kwa wanafunzi. Oh God, dear Father, go with them, go with children's, go with all youth, go with all old men. I am praying in a special way that all men, despite of our age, we can all go in a powerful way. In a powerful way. We go to the drunkards, we go to boda, we go around the market, we go around houses. We don't sleep. We got to go ye with all power and tell the houses and tell the market and tell all boda and tell whoever hears that it is time. It is time, dear Father, it is time. And now is the time, and these 2 weeks is the time that many gonna be baptized, because you, Father God, you're coming soon. But allow me to pray. Niruhusu niombe Mungu wangu kwa kina mama ambao umewapa nguvu, wasichana ambao umewapa mvuto, umewapa kila sababu, wakina mama wazee, akina mama wa umri wa kati, mabinti wote. Baba naomba niombe kwa ajili ya kila mmoja ambaye hata hizi habari za kuhubiri Yesu kujwa zimekuwa zachukuliwa kawaida. Mikutano hii, moja ya muujiza mkubwa ni ya kwamba tunatoka hapa leo, tunaenda wiki 2 hizi, kila mmoja anaenda kupaza sauti akisema Jesus is coming again. Na Mungu wetu usimnyime hata mmoja watu wakuja kubatizwa, ili awasogeze kwenye ubatizo. Wakina mama wazee wanasogea na watu wengi wa kubatizwa, akina mama umri wa kati wanasogea na mamia ya watu kubatizwa, vijana mabinti wasogee na mamia kuja kubatizwa, wanaume wote, kila mmoja sasa akili imegeuzwa. Yesu unakuja tena. Maradhi, hofu vinatuhubiri, majanga duniani yanatuhubiri kwamba Yesu unakuja, na kitakachomaliza kazi yako ni sisi kuondoka, ni sisi kutoka kwenye comfort zone na kwenda maeneo tusiyozoea, kufika maeneo tusiyozoea na kuambia watu ya kwamba Yesu anakuja tena. Oh Mungu wangu, Mungu wangu, ikiwa kuna mmoja hujamgusa, ikiwa kuna mama hajaelewa moto huu, ikiwa kuna baba hajaelewa moto huu, ikiwa kuna vijana hawajaelewa moto huu, ni bora ningeacha kuombea wagonjwa, ila nikaombea roho ya kazi ikaingia tena, roho ya kazi ikaingia tena. Oh Mungu wetu, tuamshe tena Kenyenya, tuamshe tena mtaa huu wote. Amsha wazee wa kanisa, amsha mashemasi, amsha wajumbe wa baraza, amsha watu wote, hata yule aliyekaa kimya asiyetambulikana aende tena akalete mamia kwako Yesu. Mungu, huu ndio muujiza wa kwanza ambao nautangaza hapa. Na tunapoenda kubatiza wengine, ndipo na presha zinapona, ndipo sukari zinapona, ndipo vilema wanatembea, ndipo wagonjwa wa kudumu wanapokea muujiza. Tutapokea muujiza kazini, tunaenda kupona katikati ya kazi, tunaenda kukuona pekee wewe katikati ya kazi. Tunapoketi kwa dakika chache kukusikiliza unene nasi, ninaomba na namna hii ya kiajabu katikati ya hubiri la leo, uponye roho zetu, uponye miili yetu. Baba, uponye kila mmoja. Asante maana wanaoenda kuketi ni wainjilisti, wanaoenda kuketi ni wabeba habari, wanaoenda kuketi ni walioandaliwa tayari kuleta maelfu kwa maelfu. Watabatizwa Kenyenya na wewe utatukuzwa, na hatimaye sisi tupungue, wewe uongezeke. Kwa Kristo Bwana wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Tukae. Hebu mwambie tena jirani yako, pokea wito
wa kwenda kuwaleta watu kwa Yesu. Mwambie hivi, pokea wito wa kwenda kuwaleta watu kwa Yesu. Hebu mwambie tu kwa ufupi, pokea wito. Mwambie tena, pokea wito. Jamani, waambie hao watu uliokaa nao, pokea wito. Bwana awabariki sana. Nina ushuhuda wa ajabu. Nilikuwa wakati sasa unashika microphone. Nilikuwa na mama mmoja katika hawa ambao walibatizwa watu 866 pale Tanzania. Mama mmoja akaniambia, pastor, umeomba kwamba eti niende kuambia watu Yesu anakuja na wabatizwe. Madam Rebecca, mchungaji wangu na kiongozi wetu, huyu mama akachukua jukumu hili. Akasema, Elda Machota akasema, mimi naenda kwa kuwa pastor amesema kwamba eti nikienda na kuambia wengine Yesu anakuja, mimi nitapona na nitapona. Akasema, nimeamini, ninaenda kuambia watu Yesu anakuja, ninaenda kuwatangazia kwamba Yesu anakuja, ninaenda kuambia wabatizwe. Yule mama alichukua kazi hii very serious. Na niseme hivi kwa ufupi, huyu mama baada ya kuwa amewaambia watu na wakabatizwa na wakabatizwa na wakabatizwa na wakabatizwa, kilichotokea, ndugu yangu Mackenzie, yule mama sasa hivi amekaa ni diabetic free. Diabetic free. Hata watu hawawezi kusema amen. Nasema ni diabetic free. Yeye kilichomwokoa ni kwenda. Kilichomwokoa ni kwenda. Aliamini kwamba nitapona kazini, ninapona nikienda kuambia wengine Yesu anakuja. Watu wanapenda miujiza hiyo, mkiitaka hata hapa itatokea. Lakini muujiza mkubwa sana ambao mimi nautangaza ni ya kwamba ni kuwaleta mamia kwa mamia, kuambia batizwa, Yesu anakuja. Huo ukitendeka, maana anasema Paulo, kwa hiyo hatulegei. Kwa hiyo hatulegei, maana ijapokuwa utu wetu wa nje utachakaa siku kwa siku, bali utu wa ndani utafanywa upya siku kwa siku. Na mimi nataka nikuambie, hatulegei HIV inapotapakaa, hatulegei magonjwa ya zinaa inapotapakaa, hatulegei sukari inapotanda, hatulegei magonjwa mbalimbali makubwa yanapokuja, hatutalegea. Maana tunahubiri habari za Yesu ajaye, na kama atakuja, HIV kwa heri, sukari kwa heri, presha kwa heri, ndoa kufarakana kwa heri. Ninawajua wahubiri ambao wanahubiri habari ya matatizo ya watu. Ninawajua wahubiri ambao wanasimamia agenda za migogoro ya maisha ya watu. Mimi nawaambia wahubiri wenzangu, kwa nini tuhubiri habari ya changamoto za watu badala ya kumhubiri Kristo ambaye atakapokuja? Ninasema tena kenyenya, Yesu atakapokuja magonjwa yatakoma. Ninasema tena, magonjwa yatakoma, talaka zitakoma, fujo za viwanja na mashamba zitakoma, kelele itakoma, maana anakuja upesi. Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao, alisema dhahiri anakuja. Amina, amina, amina. Na uje Bwana akija. Naomba tena nikwambie, akija, hayo ambayo unayafuata kwa watenda miujiza, akija, hayo ambayo unataka kutendewa, hata unaambiwa kata kipande cha nguo, leta, njoo lamba udongo, sifanya hivi. Nataka niwaambie kenyenya, nimekuja kwa namna nyingine. Ninataka niwaambie, let's join in a mission. Let's come in and come back the mission. Na kadiri ya tunavyofanya kazi hii, sikilize, tunamleta mfalme wa amani. Hivi mpo kweli? Hivi mpo kweli? Mnanielewa jamani? Tunamleta mfalme wa amani. Wapendwa, Yesu Kristo mfalme wa amani anakuja. Kwa hiyo hatulegei. Nasema tena, kwa hiyo hatulegei. Jamani, nawaambia ulimwengu, hatulegei.
Jamani, nasema tena, kwa hiyo hatulegei. Jamani, nasema tena, hatulegei. Magonjwa na adha zote hazitutishi, na kwamba kwanza zinavyozidi kuongezeka ndivyo dakika zinavyoisha. Anakuja Yesu. Nasema anakuja Yesu. Huyo akija, hakikisha hajakuacha. Hakikisha hajakuacha. Kwa sababu nataka kumaliza pale 7:40 kamili. Acha niende na wewe katika somo hili kwa haraka mno, ili Bwana akubariki. Somo la leo lina kitu kinachosema hakikisha Bwana hajakuacha. Hakikisha Bwana hajakuacha. Hebu mwambie jirani yako, hakikisha Bwana hajakuacha. Kenyenya, sasa nikikaa hapa ground mtaongea tu. Hebu mwambie tena, hakikisha Bwana hajakuacha. Ukiona mtu aongei, mwambie badilika. Haya, hebu mwambie tena jirani yako, hakikisha Bwana hajakuacha. Au kwenu mkiongea pia, kama umekaa na mtu ampatani, ndio muujiza wa kupatana umeanza. Hebu mwambie tena, hakikisha Bwana hajakuacha. Basi hebu tuombe tena. Baba, nipatie dakika hizi chache. Unatamani usikike kwa ufupi, baada ya matayarisho ya mkutano, kuandaa watu kwenda kusema unakuja, kiboko cha masumbuko yote. Wewe ambaye ukija hata ndoa hazitagombana tena. Wewe ambaye ukija koti haitakuwa na watu wanaoenda kudai mashamba yao. Wewe ambaye ukija hakuna haja ya kuwa na MP, hakuna haja ya kufukuza watendakazi serikalini, hakuna haja ya kuwa na president. Wewe ukija, wewe unatawala, na tena ufalme wako utatawala milele, milele na milele sote. Utukubalie kuingia katika utume huo, tutie shime huo utume, na tuseme habari njema za ujio wako hivi karibuni. Mimi nitulie, nipungue. May I increase as you increase. May I disappear as you appear. May your word cut across. Na Mungu wetu, hatimaye ndani ya dakika hizi chache kila mmoja aseme, Bwana amenitia nguvu. Na hata kama kuna aliyekuwa na njaa, mawazo yake yalianza kuhama, kwa sababu ndipo neno lako linamegwa. Tupe utulivu mwanzo hadi mwisho, watoto kwa watu wazima, kwa jina la Kristo Bwana wetu, amen. Hakikisha Bwana hajakuacha. Hakikisha. Ninaomba nirudie tena kwako wewe baba. Ninaomba nirudie tena kwako wewe mama. Ninaomba nirudie kwako msikilizaji. Ninaomba niseme na ambaye amekuja ibada ya siku ya leo. Ninaomba niseme na yule ambaye ananifuatilia mtandaoni. Hakikisha Bwana hajakuacha. Unaweza ukaachwa na mwanaume aliyeamua kuwa mjeuri, ameamua kuwa mkora, akakuacha na watoto. Acha yeye aende, ila hakikisha Bwana hajakuacha. Unaweza ukaachwa na mpenzi ambaye alikupa ahadi tamtam kwamba atakuoa, ila hivi karibuni amekimbia. Mwache aende, ila hakikisha Bwana hajakuacha. Unaweza ukafukuzwa kazi, unaweza ukawa impeached, unaweza ukaondoka kwenye kazi uliyoitegemea. Acha hiyo kazi iende, ila hakikisha katika harakati zote hizo Bwana hajakuacha. Unaweza ukaachwa na afya njema. Ghafla umeambiwa na daktari kwamba kuanzia leo wewe ni mtu wa sukari, wewe ni mtu wa presha, wewe una ugonjwa fulani. Unaweza ukaingia katika mkataba wa madeni makali, ukawa mdaiwa wa banki fulani, ukawa mdaiwa wa kikundi fulani. Unaweza ukaingia kwenye majanga fulani ambayo ni mabaya mno.
yakawa yamekutesa, umeingia katika mkatale, katika fingo na katika vifungo vibaya. Ila nakuambia mtu wa Kenyenya, nakuambia waleko mtandaoni, acha vyote viondoke, acha vyote vikuache, acha vyote vipotee, acha vyote viondoke. Ila naomba nikukataze, ninaomba nikusisitize, ninaomba mchana wa leo nikuambie kwa umuhimu wake, acha vyote viondoke, ila hakikisha Yesu hajakuacha. Ngoja nikwambie, chukua vyote, niachie Yesu, maana nikimpata Yesu nimepata vyote. Chukua vyote, niachie Yesu, maana nikimpata Yesu mimi nimepata vyote. Kwa hiyo acha vyote viondoke, maana kabla ya vyenyewe kuja Yesu alikuwepo, vikija Yesu yupo, vikiondoka Yesu atabaki pale pale. Na kwa hiyo kama vilikuja Yesu akiwepo na vinaondoka, acha viende, lakini Yesu abaki moyoni mwangu. Jamani, nasema tena, Yesu abaki moyoni mwako. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Dhana ambayo imehubiriwa kwa muda mrefu isivyo sahihi sana ni dhana hii kwamba Madam Rebecca, watu wanahubiri wanasema Samson kilichofanya aachwe ama kilichofanya atobolewe macho na aingizwe kuwa mtumwa katika Wafilisti ni nywele zake kunyolewa. Ila mimi leo nimekuja kukataa. Hilo sio jambo hasa, huo sio ujumbe wetu hasa. Na kama tukihubiri kwamba nywele ndizo zilizosababisha baada ya kukatwa ndipo Samsoni akapoteza nguvu, tutakuwa hatujavuka katika msingi wake wa hotuba hii. Na naomba kwa muda mfupi Mungu akusaidie na anisaidie ili tuelewe jambo hili. Hakikisha Mungu hajakuacha. Huo ndio msisitizo wa mchana wa leo. Na kwa sababu unanifuatilia kwa makini, hata uliyeko mtandaoni, hakikisha Mungu hajakuacha. Mimi nimetumwa leo katika ufunguzi wa mikutano hii kukusisitiza kwamba hakikisha Mungu hajakuacha. Na kama unahisi kwamba amekuacha at some points, at some angles, ninaomba katika mikutano hii anza kutafuta urafiki na Bwana wako. Hakikisha Mungu hajakuacha. Kitabu cha Waamuzi sura ya 13 tunaanza kutengeneza hoja hii, lile fungu la 14 na fungu la 13 na la 14. Msomaji, Waamuzi sura ile ya 13. Ninaomba tuanze na maagizo. Samsoni alipewa maagizo yapi? Instructions alizopewa. Msomaji, ni kitabu cha Judges. Waamuzi ni Judges. Biblia inasema, ndio, asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu. Umeanzia fungu la 14. 13 msomaji, mnakwambia 13 na 14. Samahani, 13. Maandiko matakatifu yanasema, ndio, malaika wa Mungu akamwambia Manoa. Malaika wa Mungu akamwambia Manoa, katika haya yote niliyomwambia huyo mwanamke, katika haya yote niliyomwambia huyo mwanamke, na ajihadhari, na ajihadhari, asile kitu chochote, asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu, ambacho kinatoka kwenye mzabibu, wala asinywe divai, wala mvinyo, wala asile kitu chochote, kilicho najisi, ambacho ni najisi. Hayo yote niliyomwamuru na ayatunze. Kisha Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana, ndio, na kuomba tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Tulia pale msomaji. Akamwambia jambo la kwanza, asile chochote
ambacho kinatokana na mzao wa mzabibu. Moja. Lakini sambamba na hiyo asitumie nini? Asitumie divai. Jambo la pili, asiguse wala kula kilicho najisi. Na jambo la tatu, huyo ambaye pombe ama divai na mzao wa mzabibu havipiti, ama asitumie. Jambo la pili tumesema, huyo Samsoni mnadhiri mwanao utakayemzaa, huyo asije akagusa wala kutumia vilivyo najisi. Lakini jambo la tatu ambalo anaambiwa Samsoni, Samsoni atakapozaliwa asinyolewe nywele. Mambo ni mangapi msikilizaji? Matatu. Jambo la kwanza, pombe yani mzabibu na divai asinywe. Jambo la pili, asiguse wala kula vilivyo najisi. Lakini jambo la tatu, asinyolewe nywele. Haya matatu alipewa kama makatazo. Hebu nione ambao wananielewa kutokea hapo sasa, maana ndio mikutano imeanza na neno la Bwana linavunjwa katikati ya uzima na mauti. Kwa hiyo mambo matatu asiyafanye, na naomba hayo uyachukue vizuri hayo matatu. Ndugu zangu wasikilizaji, ikiwa umepita katika Biblia yako, maana nakupatia tu ufupisho wa habari, maana nakupeleka katika usisitizo na usema hakikisha Bwana hajakuacha. Hakikisha, make sure, hakikisha Mungu hajakuacha. Na ukilielewa hili, tunaenda lunchi muda huu tu mfupi ujao. Mambo ya maelezo haya ni nini? Samsoni aliambiwa asije akagusa wala kula kilicho najisi. Swali ni hili, Samsoni mbona akagusa vilivyo najisi? Ninakukumbusha, Samsoni aliua simba, na kama haitoshi kuua simba, Biblia inasema alimrarua simba kama anavyorarua mwanambuzi. Utaisoma hiyo katika kitabu hicho cha Waamuzi, hiyo sura ya 14. Hebu soma fungu la 5 na la 6, msomaji, kwa haraka. Biblia inasema, Biblia acha iseme, ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatelemka Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna. Na tazama, mwana simba akamgurumia. Ndio. Roho ya Bwana akamjia kwa nguvu. Ndio. Naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi. Anapasua mwanambuzi. Haya, twende. Wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakumwambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Wala mama yake aliyoyafanya. Tulia pale. Samsoni amefanya kosa, maana amekutana na mwana simba, na Samsoni akatamani kupigana na simba, na ni kinyume na maagizo asiguse wala asile vilivyo najisi. Lakini nampenda Mungu, hata kama Samsoni alikuwa anapambana na mnyama najisi simba, lakini Roho wa Mungu hakuacha kuingia kwa Samsoni. Na kwa nini Samsoni hakuwaeleza wazazi wake? Alijua wazazi watasikitika sana, maana amevunja sharti kwa kuua simba na kukutana na kushikana naye. Mbona asimkwepe? Mbona asikimbie pembezoni mwake? Kwa nini anagusa vilivyo najisi? Kama haitoshi, Samsoni, ili ujue alikosea vibaya, Biblia yako utakuwa na muda wa kupita hapo. Baadaye alirudi njia hiyo hiyo, akiwa anapita njia hiyo hiyo, akitoka Timna akirudi makwao. Siku hiyo akitoka tena kwao, baada ya muda akirudi tena Timna, akipita ile njia akakutana na yule mwana simba. Amekuwa mzoga. Jamani, amekuwa kitu gani? Mzoga mfu. Hivi mzoga kwa Kikisia anaitwaje? Egetondo hivyo ama haya, vyovyote vile, mzoga, yani mnyama aliyekufa. Sasa simba amekufa, Samsoni anapita. Brother Lamek, the same way amemuua simba. Haikutosha,
lakini amerudi ile njia akakuta simba amekufa. Huyo simba ni mzoga na ni mnyama najisi, akagusa kitu kilichokufa. Hebu nisikilize tena, akagusa mzoga, yani kitu kilichokufa, alafu tena ni mnyama kati ya wanyama najisi, akamgusa. Haitoshi, akala asali iliyotoka kwenye mzoga. Maana yake hiyo asali kilichotumika kutengenezea pia ni pamoja na mzoga wenyewe. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Samsoni, mnadhiri wa Mungu, mbona basi unakula asali ya mzoga? Halafu tena huyo asali iko ndani ya simba, ambaye simba ni mnyama najisi. Mbona ukagusa ukaenda kinyume na Mungu? Kama Samsoni Mungu angeamua kumwacha, ninaomba niwatangazie wana Kenyenya, hii ilikuwa ni saa ya Samsoni kuachwa na Mungu. Lakini Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye upendo, Mungu anayejali, Mungu ambaye ni mwema, ambaye nimekuja kutangaza mimi pamoja na wahudumu wote, tumekuja kusema habari za wema wake. Katika kosa hili bado Mungu alimhurumia Samsoni. Na tena nikwambie, ni Roho wa Mungu aliyejitokeza kwa Samsoni ili asimwache Samsoni akafa bure. Maana asingetokea Samsoni amejishajipeleka kwa simba, angekufa bila matumaini. Lakini Roho wa Mungu bado aliona vyema aingie ndani ya Samsoni. Hujanielewa? Ngoja nikwambie hili. Ngoja nikwambie tena hili mchana wa leo. Popote, hebu ngoja sikiliza. Popote, ninaomba nikwambie tena, popote unaposema ama kuhabarisha kwamba Samsoni alifanya mambo makubwa, nataka nikwambie nyuma yake sio Samsoni, ni Roho wa Mungu aliyekuwa juu ya Samsoni. Hivi mmenielewa vizuri? Walionielewa upande huu apunge mkono namna hii. Jamani, Bwana asifiwe. Ninaomba nirudie tena, Pastor Rebecca. Popote Samson alikofanya jambo lolote kubwa ambalo liko kinyume ama liko zaidi ya uwezo wa kibinadamu, it was not Samson, it was God in Samson. It was the presence of the Lord in Samson. It was not Samson. I must be clear. Ninaomba nitangaze, ikiwa una degree moja, it is not you, it is God. Hivi nye watu mpo? Au naongea na watu ambao wamesafiri hapa? Hebu kama unanielewa tena punga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Nataka nikuambie, watoto wako waliosoma, ambao leo wamemaliza shule zao, wamemaliza sekondari, wameenda vyuo vya kati, wameenda vitu vyuo vikuu, ninatangaza hadharani, usijitape, usisimame ukajiona wewe ni bora kuliko ambao watoto wao hawajaenda shule. Ukiona mtoto amepata kazi, ukiona mtoto wako ameolewa, wasichana wa wengine wamekaa waolewi, acha mdomo mrefu. Acha mdomo wa kikisi wewe. Acha mdomo wa kina mama wasiomjua Mungu. Kwa sababu wako wako wameolewa, kwa sababu vijana wako wameoa, kwa sababu wao wako kanisani, wa wengine wanakunywa pombe, wala huna ubora wowote. Wala wewe sio mzazi bora kuliko wengine. Ni pale ulipowekania tu kidogo ya uwezo uliko nako. Ndani ya uwezo wako umekuwepo uwezo wa Mungu. Umekubeba umeolewa, umekubeba umesoma, umekubeba umepata kazi, umekubeba una hivyo ulivyo navyo. Natangaza katika mikutano hii, katika mwanzo wake, hivi nilivyo hivyo ulivyo, not I but Christ, not I but Christ. Na ninaomba utangaze, waambie watu, oh, mtoto wangu anasoma, not I but Christ. Binti yangu anaolewa, not I but Christ. Nina nyumba, not I but Christ. Nina hiki na kile, not I but Christ. Ukilijua hilo, kiburi kitapungua.
Ukilijua hilo utaendelea kuomba. Ukilijua hilo utaendelea kuja kanisani. Ukilijua hilo uta maintain standards za Ukristo wako. Ukilijua hilo utakuwa Mkristo jana, utakuwa Mkristo leo, utakuwa Mkristo kesho, maana kile ulivyo na vile ulivyo navyo ni Mungu peke yake. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Kama yuko tena nipungie namna hii. Hebu ambie jirani yako, not I but Christ. Lamek, I remember the day I prayed with you and your wife. I went to their home. Walikuwa wanakaa kachumba tu hivi na sebule hapo Kawangware hapo. Sio siku nyingi, ni mwaka jana tu. Wakaniita ndani na vitu vya kawaida tu. Na Lamek akaleta passport na mkewe, wakazileta mezani, wakaniambia, Pastor, these are our passport. Let me reveal this secret. Tukapiga, nikawaambia kabla ya kuomba, mnaenda Marekani, make sure mnaenda kutafuta fedha za kuhubiri injili. Hivyo ukisema amina unakuwa kuache wewe. Jawa si useme amina kwa Bwana. Nikamwambia, you are going but not for you. Kama ni kula na kushiba, mnaweza kupata hizo hela hapa Kenya. Hamna haja yenyewe kwenda mbali. Nikamwambia simple. Nikiondoka, visa zenu zinawafuata nyuma. Ila hampati visa kwenda kustarehe. Lazima muende huko kuleta roho ya uchachu wa injili kutoka Marekani kurudi Kenya. Alafu leo Lamek, Mungu amewapatia nafasi na kibali. Watu watakapouliza like how, naambia not I but Christ. Hivyo ulivyo na kile Mungu alichokupa. Mungu ananiambia ongea vizuri hapo, kuna shida hapo. Mimi nakuambia mchana wa leo, hivi tulivyo sio sisi kwa chochote, ni Kristo ndani yetu. Samsoni hakuelewa hili. Samsoni alilewa madaraka ya nguvu alizopewa, akazizoea, akachukulia kawaida. He just take it for granted. Akawa kawaida, anafikiri ni yeye. Ila nakukumbusha wewe kama Samsoni, lolote ambalo linatokea maishani mwako, mama yangu, baba yangu, mzee wangu, rafiki yangu aliyekuja mkutano hapa, acha madharau, acha maneno, acha kujisikia, acha kujipandisha mabega. Wewe hujafanya chochote, ni Kristo na Kristo peke yake katika maisha yako. Na kama ni Kristo, nisikilize hivi, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Naomba nirudie hili, kilichopatikana kwa maombi, na ninasema nikimaanisha, acha kilindwe kwa maombi. Mbona kabla hujaolewa ulikuwa unaomba sana? Mbona umeolewa siku hizi hata 7 skuli huji? Unakuja kanisa saa 5, alafu saa 6 unaangalia time unaondoka. Ni kwa sababu umepata mume, ndio maana unaona ya kanisa yanapoteza muda. Kilichopatikana kwa maombi, acha kilindwe kwa maombi. Ulikuwa unakuja vikao, ulikuwa unahudhuria vikao vya church board vizuri, mbona umepanda cheo na Ukristo wako umekufa? Ulikuwa msichana mzuri mnyenyekevu, leo umeolewa na kijana mwenye pesa. Ukija mtaani unaona wengine hawana maana. Not you, it is Christ. Neema iliyoachiliwa maishani mwetu, neema ambayo Bwana anayatenda maishani mwetu,
wanakenyenya katika mikutano hii. Mchana wa leo nasikika hapa nikihubiri na kwenda ulimwengu mzima, na tujinyenyekeze na turudishe viwango vya ubora wa Kristo, na tuendelee kuwa Wakristo jana, na tuwe Wakristo leo, na tuwe Wakristo hata milele. Pastor Rebecca, PhD yako inakuja, acha uipokee. Not you but Christ. Kama kuna anayenielewa mchana wa leo, apunge tena hivi. Ni neno gumu hili ninalolihubiri hapa. Umepata hela kidogo, unanyanyasa kwenye vikao vya familia. Wewe ndio unataka usikilizwe kana kwamba wasio na hela ni wajinga, wote hawafai, wote ni vichaa, wote hamna kitu. Hizo hela umepewa tu, ni neema yake. Nyenyekea. Leo umepata duka na kanisa hauendi, unafungua hilo duka mpaka siku takatifu ya Bwana. Leo maisha yamekuendea vizuri na umezubaa. Ninakutia moyo katika mikutano ya kenyenya, na twendeni nyumbani mwetu tukakae vikao upya, na tukarinyu mkataba na Mungu, na tumwambie Bwana, tumeona katika yote ni wewe peke yako. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Hebu mwambie jirani yako aliyekaa naye, ni Mungu tu. Mwambie tena, ni Mungu tu. Kwani unasemaje wewe? Hebu mwambie tena, ni Mungu tu. Hata haya magari yaliyopaki, yeyote aliyepaki hapo gari, sio watembea miguu kwamba hawana maana. Ni Mungu tu. It is only God. Samson akasahau kwamba yote ni Mungu. And I must confirm kwamba popote alipofanya chochote ni Mungu. Msomaji, sasa hebu kanyaga mafungu kadhaa yanayo confirm kwamba ni Mungu tu. Naomba uanze na hiyo sura ya 13, usome lile fungu la 24 na 25. Kanyaga, twende msomaji kwa haraka. Biblia inasema, acha Biblia iseme, basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samsoni. Sawa. Mtoto huyu akakua. Mtoto huyu Samsoni akakua. Bwana akambarikia. Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha. Ninataka kusema neno hili, na Roho wa Bwana akaanza kuwa pamoja na yeye. Haya, twende katika Mahanedani. Akaanzia huko Mahanedani, katikati ya Sora na Eshtaoli. Na katikati ya Sora na Eshtaoli. Ninataka nitangaza hili mapema. Samsoni alipokuwa mtu mzima, Biblia inakaza macho wazi wazi, inawaambia wakazi wa Kenyenya wazi wazi, inamwambia kila mmoja msikilizaji wazi wazi kwamba Samson was just a mere boy, a mere youth, but despite of him being common as us, but inside him Holy Spirit. Ndani ya Samsoni Roho Mtakatifu alijazwa kwake. Mungu aliingia ndani yake. Natangaza katika mikutano hii, acha vyote viondoke, ila Bwana na uwepo wake vijae maishani mwako. I want to confirm. Naomba uende sura ya 14 mstari wa 6 tena. Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi. Akapasua simba kama anapasua mwanambuzi. Wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Hakuwa na kitu. Tulia pale. Wengi wanasema Samsoni akapasua simba. Nataka niwaambie, Roho wa Mungu ndani ya Samsoni ndiye aliyepasua simba, sio Samsoni. Kama unanielewa tena sema, useme amen. Jamani, tuseme tena amen. Watu wanakusifu ukitoa michango, watu wanakusifu ukitenda mema. Waambie na wakataze, waambie mmeniona mimi nikibeba baraka tu, lakini mwenye baraka ni Mungu mwenyewe. Pastor, umehubiri vizuri. Not I but Christ. Confirm hili jambo kwa uzito wake. Fungu la 19 sura hiyo ya 14.
Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu. Tena ikamjia. Naye akateremkia Shekloni. Akateremkia Shekloni. Akapiga watu waume 30. Akapiga wanaume 30. Katika watu hao. Katika watu wenye nguvu akachagua 30. Akatwaa nyara zao. Akatwaa nyara zao. Na kuwapa hao waliokitambua kitendawili. Tena kitendawili ni kile kile cha mwana simba na asali, lakini Roho wa Bwana akamjaa Samsoni. Samsoni akapiga wanaume wenye nguvu wa Kifilisti 30. Not Samson, but the presence of God in him. Ukielewa hilo leo, umeondoka na pointi kubwa sana kwenye maisha yako. Watu wataona vitu vingi. Watu wataona unajenga nyumba. Watu wataona familia yako inaenda vizuri. Watu watashangaa unabadilika. Watu watashangaa maana hata baada ya mikutano hii na kuombea mama watoto wako nao wapate kazi, na kuombea nao wapate miji yao, na kuombea maisha yao yabadilike. Wewe kaka na dada, kuwa na Yesu ni pamoja na maisha kubadilika. Ila yanapobadilika, Bwana ainuliwe, sisi tupungue. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Mchana wa leo fungu linasema tena na Roho wa Mungu akaingia. Roho wa Mungu akaingia. Brother wangu, kwa sababu ya wakati niseme tu ili fungu moja sasa, kwamba Roho wa Mungu kwa mara ya mwisho aliingia, na kuna mara zingine hapo, lakini hii tu kidogo. Hebu soma 15 Waamuzi mstari wa 14, msomaji. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Roho ya Bwana tena ikamjia kwa nguvu. Na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake. Na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake. Zikawa kama kitani iliyotokezwa kwa moto. Kama kitani. Sikiliza, eti Lameki. Samsoni amedanganya Delila. Akamwambia Delila, ukinifunga kwa kamba, mimi sitakuwa na nguvu. Si ni uongo? Lakini Roho wa Mungu alichagua kumsaidia Samsoni kukata kamba katikati ya uongo. Kuna wakati unaweza ukafikiri kwa sababu ninahubiri Mungu eti yuko pamoja na mimi. Sio kweli, sio lazima kwamba nihubiri Mungu akiwepo. Kuna wakati unaweza kuwa church elder na watu wakafikiri kila church elder ana Roho wa Mungu. Not must. Unaweza ukawa mwana kwaya na ukafikiri all alone being a choir member Roho wa Mungu yuko na wewe. It is not must. Unaweza hata ukawa president wa GC, ukapewa nafasi kubwa kubwa. Hizo nafasi hazina uhusiano na uwepo wa Mungu. Mahusiano ya mtu na Mungu hayaendani na cheo, hayaendani na fedha, hayaendani na magari, hayaendani na ufahari. Mungu akiwepo yupo, sio lazima vingine viwepo. Natamani mtu mmoja anielewe hivi. Usije ukahakikisha kwamba kwa kuwa umevaa gauni refu sana na umekuja kanisani, hiyo inatosha kusema Roho wa Mungu yuko na wewe. Kwa kuwa nimevaa suti, tai, ya kwamba pastor, tayari Roho wa Mungu yuko pamoja naye. Hapana, hiyo haitoshi. Lazima niite tena leo, nimuite Bwana tena kesho, nimuite kesho kutwa tena, nimuite kila siku na nimwambie Bwana, karibu ndani yangu. Maana anasema Musa, kama hauendi nasi hatuwezi kutoka hapa. Musa anajua yeye kuwa kiongozi haitoshi, ni mpaka Bwana aende pamoja nao. Ninataka nikwambie deacon, nataka nikwambie church board member, nataka nikwambie mshiriki wa kanisa, nataka nimwambie yeyote ananisikiliza, iwe iwavyo, kama Bwana hayuko katikati yetu, hatuko salama. Hivi watu wa Mungu, mnanielewa ninapotaka kuwaombea mchana wa leo? I might give you the very tough, the very heavy gospel, but how I wish, na ninasisitiza tu, hakikisha Bwana yuko pamoja na wewe, yuko pamoja na familia yako. Mungu wangu,
Inawezekana nikahubiri wiki 2 na tena usiwe karibu na mimi. Na ndio maana nimeona vyema katika kuanza mikutano hii, Bwana karibu ndani yangu. Bwana karibu miongoni mwa wachungaji watakaohubiri. Jaa kwa rafiki yangu Robinson, jaa kwa Urina, jaa kwa mchungaji Brian, jaa kwa wageni kutoka Marekani, jaa kwa wanakwaya wa kwaya zote za Kenyenya, wageni watakaoalikwa. Kama hutakuwa nasi, mahubiri haya yatakuwa ni bure. Roho wako mwenyewe ajitokeze, na sio kujitokeza tu, tumkubali aoshe kwanza maisha yetu ili ayaoshe maisha ya wasikilizaji. Bwana, ninaomba usije ukaniacha. Bwana, ninaomba usije ukatuacha. Bwana, ninaomba kaa nasi Bwana, tangu leo tarehe 16 hadi tarehe 30, hata siku zote za maisha yetu. Kenyenya, kaa nasi Bwana, kaa nasi Bwana. Niwagusie jambo hili. Hebu Mackenzie simama. Naomba niseme na Mackenzie kwa niaba ya kanisa hili zima. As I want to pray for you guys. Wala usije tusimama tu hapa. Mackenzie, Samsoni alikuwa anatoka juu ya kifua cha mwanamke pale Gaza. Pale wapi? Gaza. Vile ametoka, naomba niseme kwa uchungu na maneno magumu kidogo, hata hajaoga. Yani straight, Mackenzie, straight from the chest of the woman, direct. Yani ametoka tu, hata hajaoga. But Samson alipata roho wa Mungu, akamsaidia kubeba geti kubwa la kamji kote Kagaza, akapanda nalo mpaka mlimani. Hajaoga na ametoka kwa mwanamke kahaba. Kifuani mwake kelele zinaita huko nje. Akatoka straight from the chest of the woman, the harlot. Alafu roho wa Mungu akamwezesha kubeba geti na kwenda nalo mlimani. Kaa rafiki yangu, mchana wa leo ninajua unatakiwa ukale, na tena najua ni muhimu ushibe vizuri. Ila wakati unaenda kushikilia sahani mchana wa leo, kama Samsoni aliweza bado kusaidika na Mungu wakati anatoka kifuani mwa kahaba na akabeba geti ambalo hata wanaume wangewekwa hapo, wanaume 1000 hawabebi. Ninataka nikuambie katika mikutano hii, ikiwa watakuwepo wanaume na wanawake wachache ambao roho wa Mungu atakaa ndani yao, yule ambaye ametajwa katika Matendo 1 sura ya 8 ya kwamba msiondoke hapa, maana roho wa Mungu atakuja. Akija atawatia nguvu, na hiyo nguvu mtaweza kutoka Yerusalemu, Samaria, Yudea, hata mwisho wa nchi. Kama kweli Pastor Rebecca tungekuwa wale ambao tunajazwa huyo roho, mageti yangebebwa, dhambi ingekufa, mambo yangebadilika, wagonjwa wangepona, hata kwa vivuli vyetu wanapona, hata kwa nguo zetu wanapona. But where is that man? Yuko wapi mtu huyo? Yesu, na mimi naomba unikumbuke mchana wa leo. Wakati mchana wa leo anasema mchungaji, ninataka Bwana awe pamoja na mimi. Ukilielewa hili, simalizie fungu la 20 hapo, ili niwaambie watu sio nywele zilizofanya Samsoni achwe. Nimekwambia alikula asali kutoka kwa mzoga na akamgusa simba, mnyama najisi. Haitoshi, Samsoni anacheza na wanawake hapa pale, leo pale mapajani. Biblia tu inasema yuko mapajani mwao. Kila Mungu anavyomsaidia kushinda, yeye naye anakaa mapajani mwa wanawake wa Kifilisti, anacheza nao. He don't care
hajali kwamba Mungu anampenda kiasi hicho. Kuna wengine tumepewa mali, elimu, vyote tunavyo, lakini dhambi bado imetung'ang'ania. Bado kuna kadhambi ambako kamekuwa desturi, na sijaja hapa kuwasherehesha, nimekuja kuchoma na kupenya, si mimi bali neno lake, kuisema dhambi kwa jina. Mafanikio na vitu vizuri na vyeo kidogo ambavyo tumekuwa navyo visitudanganye. Tubu ili Roho wa Mungu adumu kuwa rafiki katika maisha yako na yangu. Jamani, Bwana asifiwe mchana wa leo. Wapendwa, haleluya, haleluya. Hebu soma pale verse 20, chapter 16 of the book of Judges, Waamuzi 16 fungu la 20. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake. Akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine. Tulia hapo. Samsoni kwa kiburi, akidhani Mungu anazoeleka, akasema nitakwenda tena nje kama siku nyingine. Baba, mama, msikilizaji ambaye uko hapa upande una ule na ule, wale ambao mnasikiliza kule barabarani, Samsoni akajua kwamba hata leo nitafanya mambo makubwa, hata leo nitafanya miujiza tu ya kupiga, hata leo nitafanya. Samson, wale ambao wanasoma the Bible Concordance, alikuwa amenyweshwa pombe na Delila, akawa amelewa, lakini amekaa mapajani, anabembelezwa, maana afungwe kamba mara 7 kwenye nywele, mara adanganye hiki. Mungu anamvumilia, but when he final said the last very secret, amesha funja ya kwanza, ya pili amekunywa mapombe huko kwa Wafilisti, ya tatu sasa ni nywele. Hivi vyote vitatu alishavidharau, lakini haitoshi, alifanya madhambi makubwa, akakaa na makahaba, akalala nao. Bado Mungu alikuwa anamsubiri Samsoni, lakini Samsoni kwa makusudi kabisa akaamua kuendelea kumwacha Bwana. Akaamua. Na najua rafiki yangu utatunga wimbo mzuri kutoka hapo. Sikiza nikwambie, like you don't understand and I don't understand. Sikiza nikwambie rafiki yangu, sikiliza. Samsoni ni kama mimi na wewe. Unaimba kwaya, unapanda kwenye vifua vya wanawake, unafanya kazi ya Mungu, unajiachia kwa wanaume, unalewa kwa siri, unaenda kwa waganga. Kenyenya ni Mungu ambaye analeta mvua na jua. Kenyenya ni Mungu ambaye anatubariki mchana na usiku. Mbona waganga wa kienyeji wanaongezeka Kenyenya? Mbona vilabu vya pombe vinaongezeka? Mbona dhambi zinazidi kutanda katika uso wa Kenyenya taratibu bila kujali? Unaweza kuwakuta wasichana walioumbwa na maumbo mazuri, amepewa tu kalio, amepewa tu kaumbo, ni Mungu amempa, anaamua kutembea barabara uchi. Mbona basi Mungu mnamwacha? Why then? Je, ni kwa sababu hajawatoa pumzi? Je, ni kwa sababu bado anatupatia chakula? Je, ni kwa sababu bado mambo yanaenda chonde mchana wa leo? Bwana anasema haya, shime wanakenyenya, haya kwa sauti wanakenyenya kupitia mikutano hii, na tuondokane na mazoea, na tuache dini ya mazoea ya kusema tunamwona Mungu na bado yuko pamoja na sisi, kumbe atakuwa ametuacha. Mchana wa leo, your power is not on what you have. Your power belongs to God himself. Nguvu zako hazitokani na ulivyo navyo. Nguvu zako zinatokana na Mungu mwenyewe. Hata sio nywele za Samsoni, wala sio misuli alionayo, wala sio namna alivyoumbwa, ni uwepo wa Mungu. Ndio maana akasema nitatoka kama siku nyingine. Malizi yako kaneno hakujua, lakini anzia hapo, lakini
hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Namjua Sauli aliyeachwa miaka 15 na bado akaendelea kuwa mfalme wa taifa takatifu la Mungu Israeli. Kumbe unaweza ukaachwa na Mungu lakini bado ukaendelea kuvaa tai, bado tukakuchagua kuwa kiongozi, bado ukaendelea kuja kanisani, tena ukakaa njaa kama hivi leo muda umeenda, bado ukakaa kwenye kiti hicho na watu wakasema huyu ni mtakatifu wa Bwana. Kumbe Bwana amekuacha. Nani mchana wa leo anasema sasa? Ndio maana ukisoma fungu la 22 wewe mwenyewe, Samsoni nywele zilipokuwa zinaanza kuota, pasta wangu, Pastor Rebecca, moyo wangu uko na wewe leo. Nywele zikiotaota vile, hata hazijaota, yani ninaziangalia ziko kama hizi nywele za Lameki. Mtu aliyekuwa na manywele makubwa, sasa nywele zinaanza kuota. Sasa zikiwa zinaanza kuota straight, ndipo Biblia inasema hapo akamuita Bwana na Bwana akamjia. Mchana wa leo nani anasema Bwana leo tena nywele zikiwa zinaota kabla mikutano haijaisha, Bwana karibu tena katika maisha yangu. Biblia inasema watu waliokufa na Samsoni siku zile ni wengi kuliko aliokufa nao aliowaua wakati wa uhai wake. Who is saying today, leo Bwana umesema nami nimesikia, ni wewe, karibu katika maisha yangu. Nywele zikiwa ndo zinaotaota kwenye kambi hili, nione ukiua vitu, dhambi ife, matendo ya giza yafe kuliko hapo mwanzo. Kwani usisimame? Kwani usisimame? Kwani sasa usikimbie kuja hapa mbele? Tuje wote kule mbali kabisa barabarani. Kila mtu ambaye amesikiza ubiri hili, ninaomba wote tuje, bila kujali ulivyovaa, bila kujali muonekano wako, njoo mpaka kwenye spika hizi. Wala usijali habari ya mvua, hii ni ya Mungu tu. Naende amsalaba ni mnyonge mpofu yapita. Let's come close. Tuje karibu hapa kabisa nilipo hapa. Usiogope, tembea mama kule mbali, njoni tuombe. Njoni tuombe. Yesu nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, ona ina. Come we pray. We come one, come home. Njoni tena tumwambie Bwana, tumetobolewa macho, tumenyolewa nywele, tumezidiwa, shetani ametutesa kwa kitambo, lakini leo Bwana karibu tena. Bwana karibu tena Kenyenya. Pole Yesu asema nitazifuta zote, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, ona ina. Just come. Hatutanyeshewa kiasiko, maana lazima tuombe. Mungu yuko pamoja nasi. Ni muda wa mvua kuja, maana tumemaliza sermon. Nato vyote kwako, nafasi nazo nguvu, roho ya. Tusogee wote, toka kwenye mahema. Ni Yesu anatuita tutoke kwenye comfort zone. Njoo hapa tuombe pamoja. Nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu. Thank you Jesus. Nainamia kwako Yesu, niponye sasa Bwana, kwa damu yake sasa Yesu amenivuta sana mchana wa leo. Upendo ubidisha, nimtafute Mwokozi, nakutumaini
ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, Bwana niponye. O sasa Bwana nakutuma ili tu, ewe mwana wa Mungu, yapitayo kwako, Bwana niponye sasa Bwana. Kama umeguswa mchana wa leo, why don't you raise up your hand? Kwani usinyoshe mkono wako na mwambie Bwana, yaliyopita ninaacha, ninakuja kwako Bwana. Mchana wa leo nikiwa nataka kuombea, nikwambie maneno haya, mkono wako ukiwa juu. Samsoni alizoea vibaya uwepo wa Mungu, na baadaye akapoteza fursa. Ikafika saa akatobolewa macho, ikafika saa akaletwa mbele ya vinyago na miungu ya kigeni, Dagon, akachezeshwa kama kinyago. Ila katikati ya michezo hiyo akakumbuka kwamba bado Mungu anaweza akampokea. Mchana wa leo Samsoni akamwambia Bwana, nikumbuke mara hii tu, na Mungu akamkumbuka. Kenyenya katikati ya uchafu na dhambi zake. Bwana, tukumbuke Kenyenya mara hii tu, tukumbuke katika wiki hizi 2 tena, ili wengi waje kwa Bwana. Roho ananiambia, pastor, ndio hukuwa umepanga, lakini na kusisitiza tena mwanangu, waambie hata ambao day 1 of this meeting wanakubali kwamba hao watabatizwa, wapisho waje hapa. Wanasema hao nile kundi ambao wanasema mimi ni kama Samsoni, ninaona sina ubatizo, ni kama Bwana ameniacha kabla sijatobolewa na kupotea milele, kabla sijaangukiwa na dhambi kanilemea. Bwana, ninataka wewe rafiki yangu. Huyo mmoja aje hapa nimwombee awe mbegu ya kwanza. Tutabatiza maelfu ya watu, tutabatiza watu wengi. Elders, niliwaambia kitu pale, ndio wakati wenu wa kuja hapa. Ninaomba watu waje sasa, naomba watu waje sasa, simje hapa mbele. Wale ambao wanatamani ubatizo baada ya mikutano hii ama katikati ya mikutano hii, week 1 tutakuwa na ubatizo mkubwa. Mungu akubariki sana. Tembeni kwa wingi kabisa, maelfu na mamia. John, mimi nawaita John, una miaka kuanzia 12 kwenda mbele, hujawahi kubatizwa, unahisi Bwana alikuacha mahali fulani, ninaomba mje mkae hapa katikati, na unaweza ukasqueeze. John, come, it is day 1 and people are coming to Jesus. Ninaomba uje, it is day 1, it is day 1 for Jesus, day 1 for Jesus, day 1 for Jesus. Why don't you come, my friends? Ninaomba wapishe watu watembee, usije ukasema bado wiki 2, usije ukasema bado muda upo. Yesu akikuita leo ana maana yake, katikati ya manyunyu ya mvua. Tembea dada yangu, uje. Urembo ni mzuri, ila bila Yesu ni bure. Ukijana ni mzuri, ila bila Yesu ni bure. Tembea. Mungu akubariki sana rafiki yangu, Mungu akubariki wewe unaelewa. It is day 1. Anza kuwa mbegu, wapishe watu watembee. Pande hii kuna watu wengi sana, Mungu akubariki. Ninaomba mtie moyo mtu fulani aje asimame hapa. Tembea tu uje, ili upate ombi la kwanza. Unasema Bwana asijakaniacha. Wewe mama njoo, wewe baba njoo, wewe kijana njoo. Mama yangu umekaa ulirudi nyuma, wapishe watu watembee. Elders, go in around, go and pick others. Elders, this is your work, and deacons, this is your work. Go and bring them, go and let them come, go and bring them here. Pave the way. Oh, fungua njia, watu watembee. Tembea njoo, dada, kaka, mama. Oh, thank you Jesus. People are coming to you. It is you and you calling them. It is you, Jesus, and you calling them. Let you come, my sister, come, my brother, come. Weza takasa. Katikati ya manyunyu haya unaitwa, katikati ya njaa. Hata watu wana njaa, hata mimi nina njaa, lakini nimekubali kwenda kukuita. Bwana anakuita. He paid it all. Now we
hawajabatizwa, wale ambao hawajabatizwa, can you come one? Come on. Njoo dadangu, usije ukatobolewa macho. Njoo, usije ukachezeshwa kwenye nguvu za giza ukafanywa kama Samsoni. Dada njoo, 12 and above, 12 and above, 12 and above, all who are 12 and above, 12 and above, 12 and above, 12 and above. It is day one, and day one for Jesus. Day one for Jesus. Day one for Jesus. Come, my sister. Come, my brother. Come, my mother. Come, my father. Come, 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 come. It is Jesus calling you. It is Jesus calling you, my brother. Ni Yesu anakuita, usije ukatobolewa macho. Dada yangu njoo, rafiki yangu njoo. Mungu akubariki dadangu. Mungu akubariki kakangu. Mungu akubariki, njoo. Usije ukatobolewa macho. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Oh, Jesus is calling you. My sister, it was you. Thank you for coming, my sister. Thank you, my brother, for coming. Thank you, my friends, for coming. It is time. It is day one. And day one for Jesus. And day one for Jesus. Day one for Jesus. Elder, go and pick people. Thank you, my elder. Thank you for bringing somebody. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Mungu akubariki rafiki yangu. Tulia, kila mtu akiwa ametulia, hatutaimba kidogo. Kuna watu hawajasikia, unajua wanafikiria. Mungu akubariki, nimependa umekuja hivyo ulivyo, na Mungu atakupokea. Je, kuna mwingine? Kuna mwingine hapa? Unajua wito unaweza ukawa kawaida. Kisii tumezoea hapa ni mahali pa injili, but this time round, ngoja niwaambie jambo hili. Mkiwa umesimama na wengine wanakuja, Samsoni mpaka alipotobolewa macho na kuletwa mbele ya majini na waganga na vitu vya kienyeji, ndipo alijua, Madam Ruth, my mother, ndipo alijua Mungu amemwacha, lakini nampenda Mungu. Alipoitwa mara moja tu, nategemea mtu mmoja aseme amen. Alipoitwa mara moja tu, nasema tena kutano, alipoitwa mara moja tu, alitosheka na wito huo. Akajitokeza, my brother, my friend, akaja. And the Bible tells me watu aliokufa nao ni wengi kuliko ambao aliwaua siku za uhai wake. Kwa nini Kenya tusimuite Mungu wiki hizi mbili? Ndio maana kesho asubuhi niko hapa. Mkutano utarindima, ije mvua ije jua, toka nyumbani, njoo tumuite Bwana. Imetosha, tumetobolewa macho. Imetosha, waganga wanatuzoea. Imetosha, tumewekwa katikati ya uganga na ushirikina. Samson katikati ya waganga, katikati ya washirikina, akiwa ametobolewa macho. Samson shouted and said, "Oh Jesus, my Savior, remember me only this time." Hivi mmeelewa hili? Mungu akubariki rafiki yangu. My brother, you're so serious with this job. May God meet you at the point of your needs as you bring many to Jesus. Watu watakao leto kwa Yesu na watakao waleta wengine kwa Yesu, Biblia inasema watang'aa kama tai, watang'aa kama nyota, hao wanaowaleta wengi kwa Yesu. Mchana wa leo, yuko aliyebaki? Kama huyo yupo, nimetoa dakika moja tu. My mother, it was you. It was you. I depart for you. May God bless you. It was you. It was you. It was you. Is there anybody? Usisubiri macho yakatobolewa familia nzima. Usisubiri maisha yakaribika ukoo wako wote. Come you and your family. Come you and your family. Nimetoa dakika hii, sio mimi, ni Bwana. Watu wamejaa njaa, time imeenda, lakini ninapofungua, acha muda upotee hapa mwanzo ili tuweze kuutunza siku zinazokuja. Kuna mtu Mungu anasema na yeye, na ninataka ajue katikati ya vitu vya ajabu anavyopitia, akiwa ametobolewa macho ya biashara, macho ya afya, macho yametobolewa kila kona, ndipo Bwana anapotaka amsaidie.
Is there anyone? Is there anyone? Is there anyone? One for Jesus. And my pastor, how watu mnaweza kuwabatiza straight this week. Mapema wiki ijayo ni mambo mengine. These are the products of this week. So soon after here, you gather them and tell them how. Like even if it is tomorrow, let them be baptized. Mungu akubariki. Yani my brother, you are so serious, and I think God loves you. My brother, welcome. Thank you. There are people who understand what is going on. There are people who understand what is going on. There are people who understand. We're going to pray. My brother, can you come? We pray. Jesus, Bwana naomba unisikie, Mwokozi wangu unapozuru wengine. My friend, can you come, and mother? Thank you, my guest. Thank you, our guest. Oh, Bwana Yesu, Bwana naomba unisikie, Mwokozi wangu unapozuru wengine, Bwana usinipite. You came this far, my mother. And this is the group of those who have voted their life. And by tomorrow, we're hoping to see them being baptized. And this is to say you never came in vain. God brought you to be just one and among those who shall witness the first product. And to God be the glory. So you'll pray kindly for these who are going to be baptized soon this week and maybe by tomorrow. And so, my brother, you pray for the congregation, and so you bless the congregation. I, together with all who are here, that in one way or another, we are blind now. We cannot see. We are the midst of sin. And even Dagon, the Lord of Pagan, is praised. And we are down, very down, like we can never praise because we are so diminished. But now, here we call and say, God, Father, remember Kenyenya this time. Only this time. Wangapi wanaungana kwa nguvu wanasema, Bwana ikumbuke Kenyenya mara hii tu. Mara hii tu. Mungu wetu hawezi kutukanwa. Dagoni hawezi kuwa Mungu. Mapagani na wajinga wanaoabudu miungu hawawezi. We want God and God alone. Walipotutoboa macho, sasa tunaona, sasa tunasikia, na wito mkuu ni huu: Yesu njoo kwetu. Mchana kwenye saa 9:30 kwenda saa 10 nyimbo zitakuwa zikiimbwa, na jioni vipindi vitaanza tena. Ndio maana nataka uombewe ili tuje. Usibaki nyumbani, funga maduka, njoni tushirikiane. Dagoni hawezi kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Tukumbuke sisi na Kenyenya, njoni na majirani, njoni na marafiki, njoni na watu wengi, maana saa imefika. Bwana hajatuleta Kenyenya for Jesus, for he is coming again. So you pray, and so you just give my mother, and so you pray. Hii ndio maana halisi ya uwepo wa Mungu katikati yetu. And so you come this way, madam. And so the speaker, yes, there. Tufumbe macho sasa. Fumba macho yako. Can you close up your eyes? Close up your eyes. Naende amsalaba, ni mnyonge mpofu, yapita yonacha, nipo msalaba tu. Amen, amen, amen. So, Mom, you pray. Pastor Robinson.
Heavenly Father, we thank you for this. We thank you for all that you have done. Everything that the pastor has said today, we know it was from the Holy Spirit. We ask, Lord, that you will continue to bless each and every one of us this day and be with the ones that come to the altar to be baptized in the Father, the Son, and the Holy Ghost. We just thank you, Father, that we can be here on your precious holy day. Please be with all the people as we leave today. Be with each and every one of them. And we thank you again. We give you praise, honor, and glory for the people that have come to the altar to come to know Jesus. And we know Jesus, we will know the kingdom of God. Soon Jesus will come. Thank you for everything that you have done for us today. And the word, we pray that the Holy Spirit bless every heart and every mind, soul, mind, and body. Sauti yako imepita katika upenyo wake. Mioyo yetu imeguswa na neno ambalo umeleta kwetu mchana huu wa kipekee. Tunahisi Yesu Kristo ya kwamba kuna namna ambavyo huenda tumekuwa tukishiriki katika dini ya mazoea. Roho wako amekuwa akituongoza katika kila hatua za maisha yetu, lakini huenda tumekuwa tukichukulia kama jambo jepesi tu la kawaida. Na katika kusanyiko hili huenda Bwana, kama Samsoni alivyopuuzia uwepo wa Roho kwa maishani mwake, na hatimaye aliyeua simba kwa mikono yake akapewa kazi ya kusaga kama mtu wa kawaida akicheza mbele ya miungu ya Dagoni kwa sababu ya uwepo wa Roho wako kumwondokea. Bwana, tunasihi kwamba isitufanyikie hivi sisi ambao tumesikia ujumbe huu mchana huu wa kipekee. Na iwapo kuna yote Yesu Kristo aliyesikia ujumbe huu, tunajua ya kwamba shetani ni kinyozi mahiri. Anajua namna ya kukata nywele na kutukosesha uwepo wa Roho Mtakatifu mioyoni mwetu. Lakini tutakushukuru kwa neno lako ya kwamba baada ya siku chache kwa Samsoni nywele zilianza kuota. Na mchana huu wa kipekee Bwana, katika hali zetu tofauti tukapate tena mianzo mipya Yesu Kristo. Sehemu ambazo zilikuwa zimevamiwa na mzushi, Roho wako ambaye alikuwa ameondoka katika maisha yetu, ukawaida wa maisha ambayo tulikuwa tukienenda kwayo, kutokea sasa Bwana tukashirikiana na Roho wako Mtakatifu ili kwamba uwepo huo usipungue, tukaweze kuenenda kama ulivyotufunza mchana huu. Nguvu yako ya ajabu Yesu Kristo ikazidi kuonekana katika maisha yetu. Yule mama ambao mchana huu anaomba mkumbuke Bwana, ukamkumbuke kwa namna ya kipekee. Yule kijana, mzee, mtoto anayekusihi na kulilia kwamba ukamkumbuke Bwana, ukamkumbuke jioni hii ya kipekee Yesu Kristo, ili kwamba katika upofu, katika kupokonywa nafasi ya unadhiri wake Yesu Kristo, tena mchana huu katuregeshe tena nafasi ambayo tulipoteza kwa mikono ya ule adui ibilisi mwovu na shetani. Lakini cha mno Bwana, siku ya kwanza mkutano huu tunakulilia kwamba unapotukumbuka mtu binafsi ukaikumbuke jiji hili la Kenyenya, ili majuma haya mawili mkono wako mkuu wa hodari ukaweze kuwaokoa wengi Yesu Kristo. Na hata leo umejitwalia tayari, na tuna ujasiri ya kwamba uwepo wako kwa miongoni mwetu, na siku zilizosalia za mkutano huu tutauona mkono wako hodari ukituongoza katika kila sehemu yake. Na Bwana, utatukuzwa, nasi utatubariki, na watoto wako wataokolewa. Tunapotoka sasa Yesu Kristo, tuende na amani yako Yesu Kristo. Baraka zako ziambatane na sisi. Kila mmoja ambaye alikuwa amempatia shetani nafasi katika maisha yake, na upofu ulikuwa umevamia, nywele zilikuwa zimenyolewa, Roho alikuwa ameondoka, sasa Bwana, Roho wako arejee katika maisha yetu kwa namna ya kipekee. Ukawaida wa ibada uondoke, tukutumikie kweli kweli Yesu Kristo. Waimbaji wakuimbie wakiwa na Roho wako, wahubiri wakuhubiri wakiwa na Roho wako, washiriki wa kanisa sasa tuwe washiriki tukiwa na Roho wako. Shughuli zote zifanyike Roho wako anapoongoza. Neema yako na hata milele. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu ambaye kwetu ni Bwana na hata pia mkombozi. Amen. Ninaomba niwatangazie saa 9:30 mvua itakatika, mtarudi mkutanoni. Sasa mwai kwenda kula, mrudi kwa wingi zaidi ya sasa, mkiwalika mamia wengine. Hawa waliojitoa kubatizwa mlipo hapa hapa, na ambao hakuweza kuja, stay where you are, msisogee. Wale mliojitoa elders,
Kabarof, hakikisheni hawajaondoka ili tuombe pamoja nao na kuwapa maelekezo mengine. Wengine mnaweza kufikiri kama mtapokea tangazo, lakini we run for the lunch. Mvua itakatika, tutarudi, maana muda wa mvua ndio huu. Ule wa kanisani wa baadaye atakata mvua Mungu mwenyewe. Mungu awabariki. Karibuni tena kwa wingi wenu baadaye, kesho na hata siku zote, kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Asante pastor. Wale hawa tutawapatisa kesho. Nimefanya mpango haraka haraka namna hiyo. Very early in the morning tunawapatisa hawa. Machina elders, hallelujah. Mungu abariki nyinyi. Nimeona marafiki wengi tumegongana njiani hapa na pale. I have seen them. I thank you so much for coming. Kwa hivyo elders, please, lunch ya hawa iko, amusijari, lunch mtaipata sasa hivi. Tembea pale kwa kale nyumba, ingia pale. Nenda hivi. Bakungu bali bakonya kogenda balia bali bako rusiko bako lilanchi mali bako chamambi begera bali lanchi baira na gochika siringi 500 mo kwere chestera asaba abarayi baino kamoranche gocha kamambi tonyore report bali bako menya imeneli fweyemo Kenyenya Junior Academy na otogo chikobera kamoranche Church treasurers bagenda ali kebanda keli mata ali nabona abaire requested igo irali ngane eli asobware no bwange esa bantu banyasaye. Basi komenta nayo ekanisa yo mobondo ne kwaya yaye mogende guchiarie chukwani pale omogeni gukwana alala mona inwe Kenyenya main mogende ke ekanisa ime Kenyenya main kwaya mogende ekanisa ime egento kende oyo moito na asiri esimi onde bwensi onyore esimi ayerete gaiga enyoro monyene to base koira esimi yonde bwensi abalisia umirana n'abantu baino bono mugasoto bwange bintu bitu buna twatebania abalisia tobangane muna twatebania ase chikanisa cheito asoko umirania yande onye gitamba kiao ekianga chibu kiao gya gosireria no kera ni nchubuoi sawa chikanisa tobagane tonyora na balisi baito mo basa kogenda asenge chamangana togosanga na barai ba Pathfinder morore omurayo ino bwe district. Thank you. Naam, asante sana mtazamaji yeyote ambaye amekuwa akitazama kutoka sehemu yoyote. Na hivi sasa tumefika tamati mwa vipindi vyetu vya asubuhi, lakini pia mchana tutarudi na vipindi vingine ambapo tutakuwa na mhubiri Robinson Otieno ambaye atakuja hapa kwa ajili ya mafundisho ya Biblia. Baadaye usiku tutakuwa na unabii. Itakuwa ni wiki mbili ya mashambulizi ambayo atakuwa kileto kwako kutoka hapa sehemu ya Kenyenya, ikiwa pia tutakuwa na ubatizo baada ya mahubiri hayo. Katika sabato mbili, sabato ya kwanza, ya pili na ya tatu, pia kutakuwa na ubatizo. Kutakuwa na wengi tu ambao watakuwa wakijitolea ama watakuwa wakijitoa kwa ajili ya ubatizo. Kutakuwa na kwaya nyingi tu ambazo zitakuja hapa kwa ajili ya nyimbo, na zaidi ya yote tutabarikiwa na mahubiri pamoja na mafundisho kutoka kwa watumishi wa Mungu. Zaidi tutakuwa na huduma ya afya ambayo itakuwa ni ya bure tu. Kwa hivyo tunawakaribisha katika sehemu hii ya Kenyenya. Kenyenya for Jesus, manake Jesus is coming soon. Asante na mbarikiwe tena. Tukutane tena wakati huo wa saa 9 kamili. Thank you. Get the point. Take a step forward.